recorded here, Prophet Ezekiel, he had a vision that is very much known by many people, and especially the beginning of the chapter 37 concerning the dry bones. It is after that vision of the dry bone that God himself is commanding Ezekiel in verse 12 up to verse 14 that he just prophesy and say and speak to the grave and say, from the grave life comes. I know this is a metaphor, it is a figurative expression, but it has an insight concerning the resurrection, because it is in the grave where we put the bodies of them that have departed. And here Ezekiel is commanded to just prophesy to the dry bones and say that these dry bones can have flesh. And of course it happened, and it continue now addressing this issue, because the main topic was the issue of prophesying about the rebirth of the nation of Israel. The Israelites were very discouraged because they were colonized and they were under the captivity, and their hope was gone. They were full of fear. They could not understand what future held for them. But now God is giving them hope and a word of encouragement, telling them that even where there are dry bones, there can have life. They can now come out and start walking around, people with the flesh, where men and women were thinking there is no hope. Now there is hope. This is reminding about when Jesus Christ, the Son of the living God, will be revealed, when the trumpet will be blown, and when that have died in Christ will hear the voice, and they will resurrect. And that is the time we'll enter in the everlasting joy forever with our Lord Jesus. So today we are celebrating the life of Muse Joseph, whom I know very much. Was a member of Full Gospel Buruburu, an usher, a trusted man who was in charge of counting the offerings. And you know for sure, when you see a pastor giving a responsibility of counting the money, you can understand this is a very trusted man. If you can see somebody being assigned a responsibility of ushering people in the church, that is a very responsible person. And we see it continuing. There is now consistency in the worldwide, where he is also serving the Lord until his demise. And we see now being encouraged. One time, there is the family of Lazarus, Mary, and Martha. Jesus Christ was their friend, and Lazarus was sick. He got sick, and then after some time he died. And that is the time Jesus, their friend, received a report that Lazarus, your friend, is no more. Mary and Martha were very disturbed and perturbed, hearing that their beloved brother is no more. And this is the time that Jesus Christ is encouraging them, as he is encouraging us today, and more so the family of Joseph and the relatives and the very close friends and we who are here today. Jesus is reminding us that he is the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall live. We are here to celebrate a life well lived by one of us. If it is in 1970s when there was a revival in the East Africa, we could raise our hands, all of us, and we say tukutendeleza. Because when the revival came in the East Africa, there was that kind of fellowship, the aggressiveness and the passion to preach the gospel of Jesus Christ.
I am saying we who are here today, we can say tukutendereza, because the one that we are burying today is as Shujaa. Because in our time we are burying the young people. The vice president of this Republic of Kenya, and I heard you the other day talking about alcohol and the alcohol that is killing our people. And that was my first time to listen to you keenly. You went up to the late night. And I heard you giving even the live example. I pitied you when you talk about you have lost 2 brothers and the other one, but the 2 have gone because of alcohol. And then you say something that touched me very much when you say that sometime when you go home, you just go and visit the graves. There is nobody, a young man or your brother, to chat with the people of your blood, because sisters are married. And that is the time I realize these things we talk about it. We tell the grave where our children are lost, we join him and we join the church to pray that the Lord may help our young people. And where the Lord require you, our vice president, to act, you act. We are supporting you. The church is behind you. We are starting the rehabilitation center. We are starting centers whereby we are doing counseling to these people because we love them. But what you are doing is so good, because at the end these people will be reliable men and women in the church. And some of them will be pastors who will stand before the congregation and talk about the gospel of Jesus Christ, because it's the devil who has just taken captive of them. But the time has come, the state and the church, to join our effort together, our brothers and sisters, and we come against these monies and we say enough is enough. Because the devil is targeting the potential within the central Kenya. That is why the devil is targeting our young people. But I want to tell the devil, you are a liar. The dry bones that you are thinking they are there in the central Kenya, the Lord is saying through the ministers of the gospel and the vice president that this grave may have life. The dry bones may have life. And we are saying that the time has come to rescue our young people, and the years to come will be burying people of 81 years and above who have just spent their life well, but not young people. These things is touching us, all of us. I come from Kijabe, and the Kijabe is known of a Christian. The AIC have Christianized the area. And it's very true. Since I was a young boy, there is no bar, there is no selling cigarette there. And it's very true, there isn't. But though the AIC have Christianized the area, but about 8 years ago, when we heard there are people who died of alcohol, I know my neighbors who died. One of them, who was an old man, and 2 were young men. When they realized people have gone to my mahio, they have taken alcohol, and some of them are critical, and one of them have died. The young man came and said, huyu mzee si pombe imemuua, alikunywa pombe akiwa jaa, hakuwa amekula kitu. Na kaingia kwa mfuko wake akakuta kachupa, akasema mimi tayari nimekula, so mimi sita kuwa affected. Akakunywa, na wakiwa 4 walikufa. So hii haina heshima ya maeneo, hata maeneo ambayo imekuwa Christianized. It is something that the devil has taken as a tool to steal our young people. But the time has come for us to say, in the grave, we can talk about life. We can talk about restoration. Praise the Lord. That is why Jesus is saying that I am the resurrection and I am the life. And now Jesus is also saying, the hour is coming when they that are in their graves shall hear his voice and come forth. We are looking forward for the second coming of our Lord Jesus Christ. Soon and very soon.
And that is why we need to have hope and confidence. Because the Bible has talked about the last days when things will be tough and tough and tough. We understand the second coming of our Lord Jesus Christ is near. And as it near, all those wickedness and all those sort of things may happen. But now, even when we are in such a situation, when we are mourning one of us, the Lord is encouraging us that the hour is coming and is now, that the grave shall hear his voice and they come forth. And I'm encouraged because of that blessed hope. The Jews knew that it is true when one dies, he will live, especially the Pharisees who holds to life after death. And that is why the sister of Lazarus is saying, we know about the resurrection in future. But now Jesus is saying, not even in the future, there are things that happen now. Just as this vision of the dry bone, it happened there and there. The restoration of the house of Israel were done there and there. Now we are full of fear because of many things that are happening. I want to assure everyone, especially now that we as a church, we are burying the one we loved, and the state is together with us because of the sons and daughters of this man of God. We are here together. But I want to say that there is hope. Even when we see things are not happening as we may wish, it's a matter of time. We need to encourage ourselves. We are not supposed to give up. We are supposed to understand even the country Kenya, whether it may appear as if it's dry bones, but soon and very soon we are going to flourish. We'll be known in the whole world as a country full of blessings, because whatever is happening, God is aware, and we are standing on the promises of God that he can change things in the situation. Praise the Lord. And soon and very soon when Christ will come, I am very sure those who be in Christ Jesus will meet our brother Mzee Joseph in heaven, where we will celebrate forever. And here, that is why this word, that though physical life end, a spiritual existence with Jesus awaits, and it will await us. Now, many a time we face defeats, challenges, and I'm here to give us hope. There is hope. There is hope in Jesus Christ, and there is hope when we pray and we believe in Jesus Christ. You will face many defeats in life. Many are the defeats that we may face in life. But never let yourself be defeated. Never let yourself be defeated, because we may face many defeats. You know, many people are full of fear. Somebody says the acronym of fear, he tried to narrate it and say fear is letter F, false, letter E, evidence, letter A, appealing, letter R, real. False, evidence, appealing, real. And somebody else said also, the same word fear, it may be forget everything and learn. This is somebody who is defeated, who is hopeless. Forget everything and learn, or else face everything and lies. The same acronym of fear. Face everything and lies. So the choice is yours. The choice is mine, either to be defeated or to just sign for failure or succeed. I want to encourage, I'm not worthy to encourage you, the Vice President of the Republic of Kenya. I know the battle you are fighting is a tough battle, but the way I hand you, you are the person of that angle. Face everything and lies. It's a matter of time. And I want to quote a Kiswahili saying to you that says, makario ya jiko haiogopi ukali wa moto. Makario ya jiko inawekelewa makaa, inakuwa kali sana, lakini hakuna siku hata moja makario ya jiko imesema hii makaa ni kali sana. Ndio Waswahili wakasema makario ya jiko haiogopi ukali wa moto.
It may be tough, but as we join our hands together, especially we men and women who knows God, there is a mzee major who have spoken very well. And these are the men. Imagine those young men who are dying at early age, and you can see their future. And this mzee is encouraging us. And I want us to know what the Bible says in Revelation 21 verse 4. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. This is the blessed hope of the church. The blessed hope of the church. There is life after death. And we who believe in Jesus Christ, we know a time is coming when we'll go to heaven and rule together with our Lord forever. That everlasting life. Therefore, the Lord has encouraged me and is encouraging you. And we as the Republic of Kenya, we must preach. We pastors, we ministers of the gospel, we cannot side for a defeat. Even where there is no hope, we are giving people hope. We are saying there is hope. It is a matter of time. We will flourish. Hope of resurrection is said here. Hope of coming out of captivity. These children of Israel were given hope they will come out of captivity. Hope of Lazarus resurrecting. And this is the same hope I'm sharing today. Hope being given because we believe in God of second chance. Even them that we think they are drunk, they have gone to that level, God can restore them. We can be a good example. These parents, sometimes they have neglected their children. They have not trained them the way of the Lord. I know there are those who are notorious. They are doing whatever they are doing on their own. But even the parents, we can pray our Lord to encourage them, to bring them in the church, to tell them about salvation, those who are saved. And at the same time, we can tell our brothers and our sisters, we can take initiative, and in church, in the house of God, in Jesus Christ, there is liberty, there is freedom, and this is what I'm talking about. God of second chance. There is hope we are not supposed to fear. At the same time, these people can maximize their potential because there is a potential within them. Don't give up in prayers. Keep on going. Even today, the mjane, Sala, the sons and daughters and the relatives keep on praying. I know your father had a stand. And those things that he was doing, you can emulate. I know every person has his own shortcoming because he was a human being. But those good things, you can borrow them, you can improve and do better, because we can see what he did even in that humble beginning, and today we are celebrating and we are happy. So therefore, don't give up. Even whoever is here, when Dereva Mzee Joseph was just, and Mama the Rate was suffering, were having the humble beginning, they didn't know they would get sons like a honorable member of parliament, Major Don. But today, after prayer, remaining in Christ, today we can celebrate that the Lord has walked with them, and we can say the family is blessed. That's why we have come to celebrate together. From the grave we can have life. Know God personally. That's very key for you to succeed in this life. We must understand you are called to know Jesus personally. Know that God loves every one of us. We are loved by God. That's why God was telling the children of Israel, though you are in the grave, as people see you in the grave, there is hope. And Jesus is encouraging us to have hope and not fear. Religion, the philosophy, and good life cannot bring us close to God. Only repenting our sins and accepting Jesus as our personal Savior. You know, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. We need the people who are in the church and they are serious in the church. You cannot drink, you cannot preach water and then you drink wine.
We want Christians who are sincere Christian. And I want to tell you, there is no shortcut. You cannot eat a garlic then you smell rose. If you are eating garlic, you'll smell garlic. No. In our Christian life, maybe in this family of Joseph, you have been hurted. You have been hurted by one or another. But today the Lord is encouraging the best gift you can give your father. It is to forget about those hurts and love one another and stay together united, respecting your mother and your mother respecting you. Everyone praying his role. And we as the church praying for you. It is not an easy road, but with the Christ you will make it. And the desires of Mzee Joseph will come to pass. Now Robert Sula said those words, let your hope, not your heart, shape your future. He also said, I quote, tough time never lasts, but tough people do. Tough times never last. Even in Kenya, tough time will never last. But tough people do. If we work hard, put more effort, every one of us, and do what we are supposed to do, pray God and believe in God, those tough times will never last. Because there is a time of being born like Joseph and the time to depart. The time of plenty and the time of scarce. The time of joy and the time of mourning. The season are there. There's God who put them. But we must understand that season will never last. And then finally, as I must come to an end, great people, Sula said, I like reading the books written by my fellow servants of God, Sula, Robert. He says, great people are ordinary people with extra amount of determination. Mzee Joseph was ordinary person, was born, we have heard the history, we have heard about how he was brought up, but he was an ordinary person, but he had extra amount of determination. Therefore, every one of us, we must make sure we emulate what Mzee Joseph was doing. He has done a lot of networking, and we are not supposed to fear. He came to Nairobi when things were also tough, but he has done it well. Business, in the entrepreneur, he has succeeded. And in the church, it is my prayer that everyone that is in this auditorium will pray God to help us to finish well. Raise up your hand and say and make a declaration, I wish to finish well. But if you have fear of life, fear of challenges, you will not finish well. We need to be courageous. During my 20s, when I was almost to join the East University, I just had time to go and do some interview because it's a theological training. And I was in a fellowship somewhere during the night. It ended at 8. Na baada ya ushirika wetu wa saa 2 usiku, nikasindikishwa na ndugu yangu, rafiki yangu, paka msitu wa Kijabi mahali nimekuambia nimesaliwa. I like giving this illustration. Na nikiwa katikati ya huo msitu wa Kijabe, mbele yangu na kando nikaona chui. Na nilipoona chui, nikajua sasa hii ni maisha yangu, sasa imeisha. Na kuangalia vizuri chui, nikaona the tail yake anagogesha chini.
alafu anainua. Nikaogopa, miguu yangu ikakosa nguvu. Nilikuwa natamani kuingia katika chuo cha Biblia. Nikasema mwisho wangu ni huu sasa, sitahubiri. Nikaanza kuimba nyimbo nyingi ambazo sisi tulisoea. Damu ya mtu wa Mungu haitamwagika barabara kama ya encouraging myself. Na nikakimbia mbio, kukimbia mbio nyuma yangu kuangalia chui karibu inishike kichwa. Nikaiona ndio hii. Na nikaogopa sana kwa sababu niliangalia nikaona macho yake. Kuendelea nikaangalia tena nikaona iko karibu kabisa. Nikaomba sana Mungu. Lakini baada ya muda nikaona nimeiacha nyuma. Sasa sioni. Nikaenda kwa ndugu ambaye alikuwa rafiki yangu, nikaingia nikamkuta anapika ugali. Kwa hivyo nikaingia kwake kwa kitanda, nikamwambia funga mlango. Nilifikiria iko nyuma yangu. Uoga mwingi ukanijaa. Lakini asubuhi na mapema, kwa sababu sasa nilichelewa, nikapita njia hiyo hiyo. Nikakuta mahali nilipatana na chui. Kuangalia kando, nikaona ni kimuti kikubwa sana ambayo kilikuwa kimekatika upande. Ndio nilikuwa ninaona kama ni tail, na kwa sababu ya upepo ninaona kama ndio inagogeza chini. Kuna some worms ambazo ziko kwa msitu, tule tuom tunaenda tukiwakisha hii. Ndio niliona ni nyuma yangu. Ikanibidi nilale kwa wenyewe, na kumbe hakukuwa kitu. Some of the things we fear are not there. Some of the things we normally fear are not there. The Lord is calling us to be men and women of confidence. So sweet to trust in Jesus. That's what the Bible says. Just to take him by his word. Just to rest upon his promise. Just to know, thus says the Lord. It's my prayer that all of us will believe in Jesus and will put your trust and hope in him, Jesus Christ. Though physical life may end, the existence together, the spiritual existence together with Jesus Christ await us. May the Lord God bless us and give us hope and confidence to face everything that we are facing in this Christian journey, in Jesus' name. Everlasting Father, I've spoken your word as you have given me. Give us hope. Bless this country. Bless the churches that are represented here by the ministers. And bless this area. And bless the leaders that are here with us. And we thank you because of this family. The Lord God, you extend your love toward them and bless them. Thank you, Lord, because the Bible says the generation of the righteous is blessed. Well, then the religious are their portion. And this is what we believe in. In Jesus' name we pray. And everyone say amen. Amen. God bless you so much. God bless you. Thank you, Bishop and my friend. We worked together in the same council for many years when we were in the Full Gospel Churches of Kenya, and that's why we are saying that the DNA ya dini hizi mbili ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie askofu makofi katika jina la Yesu. Kabla ya kuendelea na ratiba hiyo ingine, ningemuomba kwa heshima nikialika familia ifike hapa ili aweze kuwaombea na kuwabariki katika jina la Yesu. So kwa heshima watoto wa baba yetu Joseph na wale ambao wameoa na kuolewa katika familia hiyo na wajukuu wake, mke wake aliye mama yao ambaye amebaki, wafike hapa mbele, na nitauliza kwa heshima the clergy, the bishops, wakija hapa tuwazunguke ili tuweze kuwabariki na kuwaombea baraka kutoka hapa kuendelea katika neema ya Bwana, ili Bwana akaweze kuwaongoza katika
katika maisha yao. Wamebarikiwa, wamewekewa msingi ulio imara, na ni kwao sasa kuendelesha that legacy ambayo imefanyiwa na baba yao. Ukisikiza hadithi ya baba yao, hakuwa na msingi kama ule wao wamewekewa, na kama alifikia hapo alifika bila msingi ambao uliwekwa na mtu mwingine. Nyinyi msingi mliowekewa ni imara, na kwa hivyo mna opportunity ya kuenda juu zaidi. Ningeomba sisi zote tusimame. Tafadhali songeni upande huu. Songeni ili nafasi ya wale wako karibu na mlango wasiwe nje. Maaskofu, kwa heshima nitawaomba mshuke kule chini. Nitaomba askofu wa Nairobi kuendelesha katika heshima hii ama baraka hizi katika jina la Yesu. Karibu. To trust in Jesus. We are releasing the blessings. Tunaelewa wakati mzee na kiongozi wa familia ametangulia, shetani anajaribu kupenya katika jamii, lakini tunataka kutangaza ushindi na baraka kwa familia hii, kwa watoto wao. As the Bible says once again, the generation of the righteous is blessed. Wealth and riches are their portion. We want to believe that God will continue making you to flourish in this life, and more so to love Jesus, to love the church, to love your country, and to know that God is looking forward that you will also live many years as you remain in Him and raising the children who are also God-fearing and taking care of the humanity. Shall we pray? Baba wetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, twasongea kwenye kiti chako tukiwa na furaha tele ndani ya mioyo yetu kwa sababu ya maisha ambayo mzee baba yetu aliishi. Asanti kwa sababu ya wakati huu tunamuaga kwa kusherekea. Tunamuaga akiwa amefanya kazi yako kwa bidii katika nyumba yako, akiwa amelea watoto wake, familia yake, na siku ya leo ameacha watu wa kutegemewa. Mti mzuri unajulikana kwa matunda yake. Mti huu ambao unaitwa Mzee Joseph ulikuwa mti mzuri, ndio maana tumepata matunda yake ikiwa sawa. Tuomba katika jina la Yesu Kristo, ulinde familia hii kwa maovu na mabaya. Ulinde mama, ulinde watoto, wajukuu, na ili waishi kuona baraka zako. Tunajua wakati mwingine kunatokea furugu na shida wakati mzazi kiongozi ameaga, lakini tuomba Jehova uingilie familia hii, uwasaidie, uwalinde na uwasaidie kukutegemea. Asante kwa sababu utawabariki, na tunaja kinyume na mipango yote ya ibilisi. Mbegu baya isipandwe kwa familia hii. Mbegu nzuri iendelee kuzaa matunda katika jina la Yesu. Tuwatangazia amani, tuwatangazia baraka, tuwatangazia ushikamano, tuwatangazia umoja, tuwatangazia bidii, tuwatangazia rehema ya Mungu, na wale ambao hawajajuana na Kristo tunawaitisha kwa wokovu katika jina la Yesu Kristo. Wale walio na shida sasa hivi ya kwamba wameachwa na baba yao kiwango ya kwamba hawana nguvu, Bwana wape nguvu ya kuendelea. Tuanja kinyume na mipango ya ibilisi ambaye anajaribu kuenda mbele wakati watu wanatoka kwa mazishi, kunatokea accident na mabaya yote. Kwa hivyo roho ya kifo tunaikataza sasa hivi, haina nafasi kwa familia hii na wote ambao wamehudhuria ibada hii ya mazishi. Malaika wako watulinda tunapoondoka na tunaporudi, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
Amen. May the Lord bless you. Tuweza kurudi kwa viketi vyetu. Kabla hatujaketi ni ombe, maana tunaingia ibada ya pili, sehemu ya pili ya ibada hii. Tusimame tuimbe wimbo ulio katika program zetu. Thino tiakwa ni kwihitukira, ikeno ciakwa ciothe iguru matuine. As we celebrate that the life, allow me to call the Buruburu Worldwide Gospel Church praise and worship team to lead us in that, and kindly. Waimbaji tafadhali harakisheni muda wetu. Viongozi wetu wamesimama. Wale wako nyuma tafadhali mmeketi, tusimame tuimbe wimbo huu. Theno tiakwa ni kwihitukira. Nafikiri in line with the message of today, we must realize that we are passing. Ni kuhituka tuhitukite na kwoguo iguru ni kuo twerekeire. Ikeno ciakwa ciothe ni iguru matuine kuria twana tuingi twithiirire tene, na nikuo nginya baba witu ari riu thiini wa ritwa ria Jesu. My wife, kindly, she can. Theno tiakwa ni kwihitukira, ikeno ciakwa ciothe iguru matuine kuria twana tuingi twithiirire tene, na ndige ciria haro wangu ciorere wekaire oendire na moratongi akoro iguru tigwito yaigogekatea malaika makajoya madore iguru na ndige ciria haro wangu ciorere koigoro otire na reku aneru mekainara akeanera nevera iguameramo yale amadire tene nadige shiro haro wangu ciorere Thank you so much. Naomba tuketi katika jina la Yesu. Ibada yetu kama nilivyosema iko na sehemu mbili. Ya kwanza tushamaliza. Ya pili sasa ni ya kuelekeza ama kuzidikisha mwili wa baba yetu mpaka mahali pake pa kupumzika tangu siku ile tutafufuliwa toka kwa wafu. Lakini kwa sababu mazishi ama jeneza litapelekwa mpaka nyumbani, si hapa tuko, tungalipenda kumaliza na shughuli za hapa, na kwa hivyo tutakatiza program hiyo ili tuwape
viongozi wetu wa kiserikali nafasi ili nao waweze kutunenea kwa kifupi, kisha turudi, ibada irudishwe kwa kanisa. Kwa hivyo nitauliza the state MC to take over the program for the time being and introduce or welcome the guests who are with us in the name of the Lord. So let's put our hands together as we welcome the MC to continue with the program. Asante sana kanisa kwa kutuongoza kwa njia ya utendaji. Tupigie kanisa makofi tafadhali. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hivi sasa tunaingia katika sehemu ya 3 kwa ratiba yetu ya siku ya leo. Naomba kwa heshima niweze kumwalika yule atakayetambua viongozi waliojiunga nasi siku ya leo na kisha aweze kusema kwa kiduchu. Tumkaribishe Mheshimiwa eneo bunge hili la Mukurweini, Mheshimiwa John Kagushia kwa makofi mazuri. Karibu sana Mheshimiwa. Thank you very much, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, our Governor of Nairobi County, and my friend and my schoolmate, His Excellency Sakaja, the Deputy Governor of Nyeri County, and also our constituent here in Mukurweini, Warui Kenanire, our senators, Senator Matinga and Senator Sifuna of Nairobi, our members of parliament who are with us here. You can also see we have Eddie, who is also a senator, and I want to hope we have many more senators here. Our members of parliament, our members of county assembly, and of course the family that is bereaved today, the Refas family and the Muiga family at large, our clergy led by our bishops. I greet you all in the name of the Father. Mwadhani Yagosho. Bwana asifiwe. Asante sana, tunawakaribisha hapa sana watu ambao wametoka mbalimbali. Kuna wale ambao wametoka Nairobi na ni wengi, na kuna wale ambao wametoka hapa Mukurweini na watu wametoka maeneo mbalimbali. Tunawakaribisha sana hapa Mukurweini na tunashukuru sana. Your Excellency, ningependa kutoa my tribute in a very brief way, and then I'm able to do the introduction of the leaders and also allow one or two of them to make a remark. Your Excellency, the gentleman who is lying here, we know him as Uncle Derefa, is a brother to my mother, the elder brother, and my aunties are also here, and other uncles, and we really appreciate them. And Your Excellency, there are many things that have been said about this gentleman, Joseph. And one of the things I would want to pick out is his ability to bring up his many children. As you can see, he has a big family. And his ability to impart the values that he had to his family. Values of hard work, values of generosity, and of course, Christian values that he held dearly to himself. Your Excellency, as you have heard, Mr. Joseph started, or they built some businesses in Nairobi with the 4 other wazees. And as you can see, the Mukurweini wazees also behaved the same way the Muranga wazees behaved. That when they go to Nairobi, they come together and they are able to make some investment that then would give them benefits as they move on. And that is how they lived. And when they did this investment in Gekomba and many other places, because they have their own investments across the city and even here in Nyeri, one of the things that Mr. Joseph did is that he took his children, the elder child, he would give him a business in Gekomba, and I believe he started with Julia, and when he gave Julia business to run in Gekomba, of course connected her also to suppliers and such other people. And when the other child is able now to go to Nairobi after school, the one who had the first business would leave it to the second one. And then the second one would come
do the business, and the moment they're able now to start and to move on their own, then they would move and live to the other one. And that continued for all the children. Those who were not really able to do, to start their own businesses, they were taken in by the elder ones. And that is how today as we talk, the Derevas family has dominated the Gekomba business. Your Excellency, I'm also a beneficiary of this lineage of business. I also benefited from that. This happened in 2013 when this honorable member, Mheshimiwa Major Donk, whom we have been brought up together. We were born in this village. We grew up together. We played football together. When I went to say hi to my shosho, we would get late there, and of course sometimes we'd have to explain to our parents where we were. And when we cleared Form 4, Mheshimiwa Major Donk went to a high school here in Madera, in Karatina. And I went to high school in Lenana. When we finished Form 4, Mheshimiwa Major went and took one of the businesses in Gekomba. And when I was now trying to maneuver around after Form 4, this gentleman here was already doing a house in Donholm, a big house for that matter. And by the way, when I was now going to first year in KU, Major owned a car, a very nice, comfy Vista wagon. You know, at some point, and I was struggling even to buy mandazi for breakfast. At some point, I actually wondered whether I had done the right thing to concentrate too much on that masomo line. And there's Mheshimiwa here. By the time I was in third year, he had married. He had a car in Donholm, he had married, he had a child, and also he had a big business that was booming in Gekomba. And by the time I was finishing fourth year, Mheshimiwa Major was already preparing to contest for a seat in Nairobi, in the city. By that time, he had already started a business line, a matatu business line in Kayole, and he was a chairman. And I was really admiring the way he was moving. So at some point, I was asking him how he's making it in business. And that time, I can tell you, it was not very easy for me as I was moving around. I then asked Mheshimiwa Major, or rather, when he contested in 2013, and he did not make it. And by the way, Major did not fail because he did not make. You know the way siasa in Nairobi can be rough sometimes. The guy was very popular. When he did not get the TNA ticket, when Honorable Sakaja did not give him the TNA ticket in 2013, Mheshimiwa Major Donk came to your brother, the governor, the late governor, Gachagua, Nderito Gachagua. And Mheshimiwa Nderito Gachagua gave Major a ticket ya GNU. And maybe that's why the two of you are very close. Mheshimiwa Major now ran on GNU ticket in 2013. And as it were, he garnered quite a number of votes. Personally, I was supporting the member of parliament here in Mukurweini. And then I was at the front line. The sisters had asked me to go and join him. But we all understood that I was a CDF chairman here, and so I could not join him. I had to work for the person I had been chairing the CDF for. And so, Major did not make it, as it were, in 2013. And he had two businesses by that time. Now his businesses suffered because he had committed a lot of his resources in the campaign. So Major asked me, Ndugu, come, I give you one of these businesses, you see how you were able to go around it. Yu kijana ni mzuri, aliniuzia hiyo biashara hasara. He was ready to take anything. Whatever I have, I give him. So I gave him some money, and that is how he now took me to Gekomba. And when we were at it, Mheshimiwa Major held my hand and took me to Dubai in 2013. That was my first time to go to Dubai, and to make it worse, he flew me Emirates. This guy, at that time, you know, I would have gone the Arabian line. He flew me Emirates. He said Emirates was better because it provided some things that men required when they are traveling. Of course, which I did not partake myself. So anyhow, we went to Dubai. He took me around. He showed me where to buy what. And at that point, Major was buying a container. And myself, I only managed to buy 10 rolls of fabric. So mine I could hold like this, and his was a container. Nevertheless, he took me there.
And for that reason, until today, I'm also a partaker of that business. Ile kitu Meja hajanifunza peke yake ni matatu. Hiyo sikuweza kuingia. So and of course, that is how I also partake of Joseph's generosity and the way he has imparted the values that he has to his family. And really, he's a very solid man. And what you see Major being an industrious man who is very good in his business, quite shrewd a businessman, is part of that. Of course, in 2017, I then became Major's chairman of his campaign. I was there in Kayole. The Kayole people here will attest to that. I'm the one who was doing the background work, organizing and doing all that, because Kayole was really a rough place. I don't know, we had the member of the National Assembly that time, who was also a mayor before, and it was not an easy place. So we organized politics there in 2017, and we were able to manage, but not managing without bruises. Your Excellency, at one point, we suffered greatly with the Major here. This guy in 2017, you know, his certificate had also gone again. But this time around, we were ready and we were prepared because we had also studied how this thing was working. And at that point, I remember one day, he was hit by one of those gentlemen, his leg, until it got twisted, and he was admitted in Guru Nanak. But by the time he was being admitted in Guru Nanak, I was personally also in Aga Khan getting stitches on my face. I had 8 stitches on my face in 2017. And I had blood all over. And I was hiding so that the media could not capture that bad, horrible image. And of course, after that is when now Major became, and we went to every court at the nomination level and also at the election level. We went to every court in Nairobi. And after that is when now I contested for the Speaker of Nyeri Assembly. And of course, Mheshimiwa Major now came in handy. I remember one day, we sat outside the Outspan Hotel at the back. And Major now was an MP. And so being an MP, he could make a call and people send him money. He even called some, I can see some here. Some sent him 100,000. Some is a former MCA of Kayole North. Yeah. And that's we were able to raise, I remember, 1 million one Saturday afternoon at outside Outspan Hotel. And that's how now I ended up becoming a speaker, and Major was MP in Nairobi. And of course, the story continues. And now here we are brothers, and we hold together, and we are moving together. And all this is because of what this Mzee has imparted on us. And of course, at the center of this story, as I finish, is one of our sisters here, whom I would really want to recognize, Julia. Julia, just stand. I want the Deputy President to see you. This is our sister here. I want to pick her out amongst every other person, because this our sister has invested in us. That campaign that we did in 2017, I will not talk about the 2013 one, because I was not involved. But the one we did in 2017, I used to pick everything from her. And I know I picked more than 20 million from her to do that campaign. So if I say, Major, you are sponsored by your sister, I will not be wrong at all. In 2022, she did not sponsor you. She ran away from you, because now you are able to walk on your feet. You know who now benefited from that. I was there, and now I could go personally and pick so much from her. I will not disclose how much, at least for myself. But I can tell you she did. Ametusimamisha watu wengi, ametujenga sana watu wengi. So it's good to recognize her. Na dekemuhe mahoa already ali moyo. Kana toguo. Very good. So these are very good family. We love them and we like to work with them. So with that, really, I now would like to go very fast and introduce. But before I say that, let me just say something that Dad told me. The last day, the weekend before he passed, I was with him in Nairobi Hospital, and the words he told me are this, and Mama Esther, you were there, Wangoi, she was there with me, she heard the words that he told me. He told me, Mheshimiwa, these my children love me so much. And these my children have invested everything they have in me. And then he added, these my children have taken me anywhere and everywhere in the world to ensure that I'm safe. And I'm healthy. And for sure, I remember one time they took him to India many years ago, and they took care of him. And he told me, if life was to be bought, korwo moyo ogoragwo na besha,
ciana ici ciakwa no cirehe mbeca nigetha ndikaneke atia ndikanakue. If life was to be bought, these my children would have paid so that I do not die. Those are the words that Mzee told me when I was standing there. It was over the weekend, and on Monday, Mzee left us. So Mzee has gone, but he truly appreciates what you, his children, did to him, for sure. Thank you very much. So I would like to recognize the members, the spouses of members of National Assembly who are here with us. I would like them to stand, and I'd like to read their names. Kindly stand. I will want to start with my wife. The other members, please stand. I will recognize you. This is Susan, Dr. Susan Kagushia. She's my spouse. We have Koi Kiarie. Koi Kiarie is a spouse of KJ, who is seated right next to her. We have Madam Faith Kawaya. Very good, she's there. Faith Kawaya is a spouse of our honorable member for Mwala constituency, Honorable Kawaya. We have our friend, Nelias Mukami. Nelias Mukami here is a spouse of our government spokesman, Senator Isaac Mwaura. We have Madam Damaris Mwago. She's here. This is a spouse of our member of parliament for Starehe constituency in Nairobi. And we also have, well, I think those are the spouses I have here. I want to believe we have, oh, well, okay. Do we have the spouse for, oh, well, okay. I'm also told we have the spouse of a member of county of Moranga, who is also here, Honorable Amombi. So Amombi, when spouses are standing, please be standing. Thank you very much. I have members of county assembly, and before then, let all the members of county assemblies who are former stand, those who are members of county assembly, Nairobi and Nyeri and elsewhere, just stand please. We recognize you. Very good. Thank you very much. They are there. We have Mheshimiwa Kanyari. We have, very good. We have Gobet there. Thank you very much. And we have Kayole North. That one I don't know very well. Oh, very good. Njoroge ni vile umemulikwa na hiyo taa iko juu yako. Huyu ni mheshimiwa wetu hapa MCA wa hapa Roge Ward, former. So I want to give the apologies for our women rep, Mheshimiwa Mukami, who is not in the country today. I want to give the apologies of Honorable Rindikiri, who was with us here and had to leave because he had an urgent issue. I want to give the apologies of our Honorable MCA for Roge Ward. This is Roge Ward, Mheshimiwa Ngure, because he had a health issue. He was here with us. He actually received the Deputy President, and he had something that made him to go to Nairobi that really was important. So thank you very much. I would like to call upon the MCAs to kindly come here so that I can be able to introduce you. We have MCAs from Nyeri County and also MCAs from Nairobi County. And I want to believe elsewhere also. Please come in front so that I introduce you very fast so that we can be able to so the MCAs from Nairobi come this side. Then we have the MCAs from Nyeri this side. So Mheshimiwa MCA Kayole North, just come here. This is a local MCA for Mheshimiwa Major Donk. Please introduce these members of County Assembly because I don't know them. Yeah, God is good and all the time. Okay, my name is Paul Washira Kariuki. I'm Washira Wairia, and by the grace of God, the MCA Kayole North. I happen to be the local MCA of Mheshimiwa Major Donk, so he votes for me, and I also vote for him. So we are here to support him, even with the people from Kayole who are all over here. Now, Kayole North mourns with you,
and by extension, Embakasi Central. And these people love you so much. Yeah, may God give you grace. Now, our fariji. So, here I have members of County Assembly from Nairobi. Yeah, so they can say their name and what they present. Thank you. Praise the Lord. My name is Ndongo Joseph Karanja, MCA, Kiamaiko Ward, Nairobi County. God bless you. Praise God. My name is Jeremiah the Mendu, MCA, Karo Central Ward. Thank you. God bless you. Praise God. My name is Honorable Joy Modhoni, Special Elect, Nairobi County. Bwana asifiwe. Naitwa Brian Itene, elected by UDA to represent youth in Nairobi. Praise God. My name is Martin Waithaka Nairobi, representing the great people of Molem Ward in Embakasi West constituency. Thank you. Bwana asifiwe. Kwa majina ni James Koria Karanja, MCA Matopeni Spring Valley. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Collins Omondi Ogenga, MCA Kawele South, chama cha ODM. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Sile Wairimo, Special Elect. God is good. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Honorable Chris Mtumishi, MCA Komaroko Ward, mahali Mamaruse Kibake iko. Na ni vizuri niseme kidogo tu, sababu sio vizuri kukaa kama sijasema. Mheshimiwa Majadong, tunakuombea Mungu na tunakuheshimu sana watu wa Embakasi Central, na watu wote tuendelee kuombea Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mungu amsaidie aende mbele kabisa. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Wahinya na represent ward naitwa Pangani Stare. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much, Mheshimiwa Kafaire. You can also introduce our MCAs. Your Excellency, Deputy President, Your Excellency, Governor of Nairobi, Deputy Governor of Nyeri, all other members from national government, my colleagues here, Your Excellency, the Governor, the Deputy President, I want first of all to appreciate the way you are bringing us together, especially during this time of difficult times, and even when we are building our nation. Your Excellency, we have seen you in many places. When people have difficulty a day like today, when we are here because of the father of Major Dong, we are here together so that at least we can be able to start with him. And you are here, and we are happy that even you are not looking your watch about your time. So, Your Excellency, you are very happy. We are very happy. My name is Atanasio Gishoi Kabaire. I'm a member of County Assembly representing Mukurweini West. Mukurweini West iko pande ile ya juu. Na hapa tunasema how the clergy has said here about alcohol. The other day we passed the bill of alcohol so that at least we can try and reduce the kind of the way our generation is getting lost. Otherwise, we are together with you, Your Excellency, and we will support you. And even before I introduce them, it is important to let you know that here people are very ready. They have already cultivated their chambers. We are very eagerly waiting for fertilizer. Your Excellency, with me here is Karaja, and Karaja can also speak for himself. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua, all the protocols observed. My name is Karanja Maina. Nakuja hapa kuungana na viongozi wenzangu kuleta our condolences to the family. Your Excellency, kama vile Mheshimiwa Kafaire amesema. As the County Assembly of Nyeri, we've already passed the Nyeri Alcoholic Bill. We want to request you to ensure that the implementation of this bill will be to the letter. Na nikuambie kwamba Your Excellency, tangu ulianza hii pombe,
Ona itada nĩ njega rĩu maũndũ nĩ maragera. Mungu awabariki. Asante, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency, Governor wa Nairobi, Governor Sakaja, Deputy Governor wa Nyeri, Mheshimiwa Kinanire, Mheshimiwa Meja Dong, na wale viongozi ambao wako hapa pamoja nasi. Ngai ni mwega. God is good. Salimie kwa hewa, God is good. Asante, I'm Karidhi Wamboi, nominated member of the County Assembly of Nyeri, who represent the youth. Your Excellency, I want to say that we are much thankful for your support and the gift that you're giving the young people, not only of Nyeri and Central Kenya, but for whole country. That is our country, Kenya, Your Excellency. The fight against alcoholism is something that we are very blessed that you're putting your efforts and energy and ensuring that we are saving the generation, Your Excellency. We are supporting you. Pale kwetu Kangosho, juzi, Your Excellency, ukiulizwa, niliwaambia umenituma nihakikishe baa zote zimefungwa. Kwa hivyo ukiulizwa kama ulinituma, Your Excellency, useme ulinituma ndio disikuwe kwa shinda. So that we ensure that hapo hakuna kila mtu hapo ako sawa. And you know, we thank you for also the leadership that you're offering, ensuring that you are mentoring us as young people. We are very honored and we thank you for that. May God bless you, Major Dong and your family. We are bringing our condolences and condolences of young people from Nyeri. God bless you and mukienda nyumbani msalimiane. Thank you so much. Your Excellency, the Deputy President, Excellency Governor Sakaja, Excellency Deputy Governor Nyeri, all protocols observed. My name is Kiruga Dhuku, MCA Chinga Ward. Chinga is just above Mukureni here, the first ward. And Your Excellency, we've come here because Major Donk is our very good friend. Wherever we have activities in our grassroots areas, he really supports us. We thank you, Mheshimiwa, pole na pamoja na familia. Your Excellency, hapa ikiwa nyumbani, neno moja tu, manake tumekuja kuaga baba ya kiongozi, tukushukuru sana kwa ile kazi. Unajua watu wanaona tu kama ni maneno inasemwa, lakini ukiingia huku kwa boma za watu, Your Excellency, we've seen the pain and we are telling you, we are 100% together with you, ya kwamba kama ni kula tutakosa kupewa sawa, lakini mambo ya watoto wetu kuuawa na madawa ya kulevya, kuuawa na pombe, hatutakubali. Hiyo ieleweke. Your Excellency, nikimalizia, we want to thank you very much. This is your mother county and we are very proud of you. Mambo umeongea hapa, mambo ya majani chai, bei hapa imeanza kuimarika, Your Excellency. Hiyo mambo ya pombe, mambo sasa imeanza kuwa mazuri. Na Your Excellency, mambo ya kahawa pia na hiyo mambo yote, tunashukuru sana. Na mwisho, sababu wewe na rais mmetuita MCS pale juzi, na mimi ndio chairperson wa MCA caucus na wa party UDA. Wiki hii tumeitwa na kamati ya Senate ikiongozwa na Mheshimiwa Roba, tumepeleka mambo ya autonomy ya assemblies. Kwa hivyo in every aspect wewe na rais mnatusaidia, na muendelee hivyo tu, Your Excellency. Mimi sitawaombea kura hapa, lakini 2027 ikija bila shaka tutawarudisha. Asanteni, mumesikia sijaongea siasa. God bless you. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, we have had a very good time in Nairobi when we were doing the maombolezi, because I've realized the members of National Assembly and also the members of County Assembly, Senator and also the Governor of Nairobi, they work together. These people may disagree in other areas, but when one of them is in trouble, they all coalesce around each other. Something that we have seen, and we have seen is a very good thing. And I want to thank the MCAs. They were coming to Mheshimiwa Meja's home in large numbers every night. I really want to thank you. I want to call upon the members of National Assembly who come from Nairobi. As you have seen, their constituents are here. So I would like them to come so that they introduce themselves first, and then we can be able to go to members of National Assembly who come from Nyeri and others. So members of National Assembly from Nairobi, please come over. I can see Mheshimiwa Gakuya here, Mheshimiwa Babu Owino, Mheshimiwa KJ,
Your Excellency, this Babu Owino here is also my classmate. Huyu jamaa nimesoma na yeye sheria. Yeah, nimesoma na yeye sheria. Good. So please introduce yourselves very fast so that we can be able to. Asanteni sana. Ada nyumba Muriaga rege. Ngai ni mwega. Ingo ciothe. Asanteni sana. Si mnajua mimi ni mudhoniwa. Kwa hivyo nikisimama hapa nasimama na mguu ngapi? Asante sana. To our Deputy President Bwana Rigathi, Governor wa Nairobi Johnson Sakaja, viongozi wote ambao wakapa, senator wangu ambaye pia ni Secretary General wa chama kubwa hapa nchini Edwin Sifuna, na viongozi wote ambao mko hapa. Siku ya leo niko hapa kwa sababu ya Mheshimiwa Meja Dong ambaye amepoteza babake. Nataka kumwambia pole sana. The Bible says in Matthew 11:28. Your Excellency, tangu niwache pombe, siku hizi Biblia mimi niko hatari sana. Katika kitabu cha Matthew 11:28, the Bible says, the Almighty God says, "Come to me, all those who are weary and burdened, and I will give you rest." May the Almighty God give your family rest. May He give you the strength and the courage to overcome the demise of your lovely dad. And the Bible also says in the book of Genesis 3:19 that unto dust we came, and unto dust we shall return. And therefore the question is, as you are returning, because eventually we will all go back to where we came from. But the question is, we will go back as who? What did you do on earth? That is the question that you will be asked. Lastly, Bwana Rigathi, saizi unajua vizuri baba anaenda AU. Anaenda kuwa AU chairperson. Na baba akienda, anawacha babu. Kwa hivyo, Bwana Rigathi, mjichunge sana hapo 2027 tunakujia hizo viti. Kwa sababu kama tutaona ushuru inaongezwa juu zaidi, mimi mwenyewe nitaleta maandamano hapa Nyeri. Watu wa Nyeri mmekubali? Bei ya kahawa ikienda juu, tutaleta maandamano hapa Nyeri. Bei ya chai ikienda juu, maandamano itakuwa hapa Nyeri. Kwa sababu kazi yetu sasa kwa opposition ni kuhakikisha ya kwamba masilahi ya Wakenya wote inakuwa guided. La mwisho kabisa, huyu Meja Dong, Bwana Rigathi, saa zile mlikuwa mnatunyorosha na tear gas. Yeye ndiye, mejua constituency yake na yangu ni barabara tu ndiye imegawanya. Nilikuwa nampigia, ananiambia tear gas ngapi mmeplan mnataka kutuwai nayo naoma, na tena ni flavor gani na imetengenezwa wapi, ile ya China ama ya America. Otherwise, God bless you. Thank you so much. To the family of Joseph Dereva Mwangi and all the mourners here, Your Excellency the Deputy President and the Chief Principal Assistant of our President William Ruto, and everybody who is gathered here, praise God. Amen. Praise God again. Amen. I stand here on behalf of myself, my family, and the people of the Dagoretti South constituency to pass my condolences to this most amazing family that is a friend of my family. And I would like to say that the good book reminds us that you shall know them by their fruits. Wale ambao hatukuweza kukutana na mzee, tuliweza kukutana na Meja Dong na tumeweza kujua jinsi jamii hii ilivyo. Your Excellency the Deputy President, the work that you're doing is impressive. Na no ginya ajokia haudaigwa babu akigweta. Juge ate we nĩ mũnyaka enaguo ate nĩ oneire mũndũ gũkũ tondu hingo yo nĩ rĩrĩa transformer irahorete wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ mũnene witũ Mheshimiwa Rigathi
ni waketie transformer na andu aitu maretire thiaga kou marathiaga tondu tuiretu twitu ni tukuona andu tondu transformer ni irakirio. Kwa wale ambao hawakusikia vile nimesema kwa jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu akamtoa mwanawe ili yoyote atakayeamini asiweze kupotea bali aweze kuenda mbinguni, jinsi Mungu anavyopenda. Nimalizie kwa kusema hivi: kwa siasa hii, kazi yetu katika serikali ya Kenya Kwanza ni kutoa hizo sufuria ambazo zilikuwa zinavaliwa kwa kichwa zirudi jikoni zikapike ugali. Kwa hivyo Mheshimiwa Babu Owino, hakuna maandamano itakuwa Mount Kenya, hata Nairobi hakuna maandamano itakuwa kule. Jina langu ni John KJ Kiarie, mjumbe wa Dagoretti Kusini, and Your Excellency the President, keep fighting for the region, and Nairobi is part of the Mount Kenya region. Thank you very much, na Mungu awabariki. Your Excellency the Deputy President, my Nairobi Governor Johnson Sakaja, my Senator Sifuna in Nairobi County. My name is Kamanda Mwafrika. I'm a member of Parliament for Roysambu constituency in Nairobi County. To the family of Joseph Mwangi, we came to stand with you. We came to encourage you to take heart. And we thank God because we can see you are strong. God loves you. We love you. God bless you. Thank you. Asante sana Deputy President Bwana Rigathi, Governor Johnson Sakaja, Senator wangu Sifuna ambaye pia ndio Secretary General wa chama changu cha ODM. Unajua Bwana Rigathi, mimi ndio nilitangulia kuvuka sakafu. Wakanipiga sana. Lakini Biblia inasema kuwa kuna wenye watatangulia, lakini si yeye. Mimi nilienda tu kutayarisha njia, na sasa baba siku hizi akiingia State House anapata kijana yake hapo, mimi ndio namwekea chai. Leo nimekuja hapa kwa ajili ya rafiki yangu Major Dong. Unajua ukiwa parliament unaingia hapo kama form 1 na unatafuta rafiki mmoja na kufundisha njia. Na ni Major ndio one of the few people who welcome us in parliament, na tumekuwa tukitembea naye. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi naitwa Jalango kutoka Lang'ata, ama ukipenda Lang'ata 1. Asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President of Kenya, Mr. Rigathi Gachagua, the church, my colleagues. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi majina yangu naitwa Amos Mwago Maina, mbunge wa Starehe constituency, pale CBD pale town katikati. Na nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu na za familia kwa ndugu yangu Major Dong, mtu nimejua miaka mingi sana, mbunge mwenzangu pale Nairobi, and a truthful man also. So leo mimi sitasema mambo mingi ya siasa, but Bwana Rigathi, mimi nakuomba hivi. You've seen the business community of Gikomba present here. That is an industry that has employed so many people. The unlearned people tumekuwa wengi sana pale Gikomba. Sisi tunaomba utusaidie for our business environment ya Gikomba. Mimi nimezaliwa hapo, mahali inaitwa Equity, kwa hiyo nyumba iko hapo. Na I've been brought up in the business community. And this is the strongest community yenye tuko nayo kama Kikuyu. The business community is the most powerful instrument tuko nayo sisi kama Wakikuyu. As far as mimi ni wa chama ya Jubilee ya Uhuru Muigai Kenyatta, I must support your efforts in uniting the mountain, and we are fully behind you because we should have unity of purpose as a community ndo tuweze kwenda mbele. Niwashukuru sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Your Excellency, the Deputy President, familia ya Major Dong, all leaders present, hamjambo. God is good and all the time. Yangu yatakuwa machache, ni kusema pole kwa Mheshimiwa Major Dong na familia yako yote. Your Excellency, mimi na Major tulisimama 2017
Nilikuwa niingie bunge na yeye, lakini nikacheza flat kidogo. Ananikumbushanga hivyo kila siku, na namwambiaga ilikuwa God's timing. Mimi ni mbunge Embakasi West, na hao watu wote Embakasi Central ndio waingie constituency yao kutoka town, lazima wapitie kwangu. Mine, Your Excellency, all I would ask is that we are going through a time in our country when we must bring our people together and be able to bring development. So it is time we're able to concentrate on that which matters, that we can improve the businesses. Sisi kama wabunge wa Nairobi, we know the struggles that we are going through in Nairobi, and we believe that if we can get considerations from the government, if we can look at our SMEs as well, and we put in funds there, we'll be able to grow those economies, and we can ensure that the people down there can benefit going forward. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. The Deputy President of the Republic of Kenya, the clergy, all protocols observed. My names are James Gakuya. Mimi ni mbunge kutoka kule Nairobi Embakasi ya juu, na bwana Meja ni rafiki yangu wa karibu sana. Na Meja tulijuana wakati alikuwa kule sehemu za Gekomba kabla kuenda kule katika biashara za matatu, na kwa sababu nilikuwa naakilisha wodi ambao inashikana na Gekomba, hapo inaitwa Mudhurwa ward, na tukajuania hapo katika area hiyo ya Gekomba, na tangu wakati huo amekuwa rafiki wa karibu sana, na tumefanya biashara na Meja, tumefanya harakati mingi za kisiasa, na ni kwamba mahali tupo na Meja ni kwamba tumepanda milima mingi hata ya siasa. Hata wakati huo alikuwa akienda GNU, alikuwa ametupeleka kivumbi sana kule Nairobi, kwa sababu hatukuwa, rafiki yangu alikuwa former mayor wa Nairobi, anaitwa Dirangu, walifurusana kufurushana, lakini Meja alipata zaidi ya kura 8,000. Kwa hivyo sikusema alikuwa mfupi wa maneno na hakukuwa mchache. Na wakati huu ni majozi kwetu wote, kwa sababu tumekuja kulia kuachwa na baba yake. Na mimi nasema wazee wabaya wamekwenda wakapita ile miaka ya Mwenyezi Mungu, zaidi ya miaka 80. Hiyo ni mtu ameishi miaka mzuri. Yangu ni kusema vya wale wanaotuliisha sana ni wale wanaotuacha kwa miaka mchache mno, vijana ambao ni vizazi wa kesho. Na mnajua geko kiuga aruri rwathira njau ni guthira ruthiraga, koguo nigetha tukorwo na njau cia rucio no mwaka tunyitirire kampeni ĩrĩa ĩtongoretio nĩ Rigathi ya kuhurana na njohi na ndawa cia kulevya, nigetha njamba citũ cihote gukorwo na mĩciĩ, na nigetha ihote gukorwo igĩkũria itura kana bũrũri witũ. Na reke ndĩmwĩre tũtire aingĩ mũno, nĩ mũrona arĩa tũrigainie nao ta Cumarĩ ũrĩa makĩrehire andũ, na arĩa angĩ no marathiĩ na mbere gũciarana. O ithuĩ tũkiuga, ndamwĩra nĩ tũgĩgite rũrĩrĩ rũtanathira, na rũrĩrĩ rwitũ no rũhukio nĩ njohi, na njohi ti kĩndũ kĩa bata. Na nĩ tũrathikire mwanake wa my brother kũrĩa gwitũ Makomboki Mũthonyongi, tondũ tũrakinya handũ gũthiĩ gũceria aruti a wĩra na gũkũ Rwanda na Burundi na Uganda, nĩ njamba citũ gũkorwo nĩ ciĩrigirwo ona itirahota kũruta mawĩra. Koguo njamba citũ ĩtĩkirai tũtigane na njohi ici mbuthu. No ngorora njohi icio ithondekagwo, tondũ nyingĩ ithondekagĩrwo kũrĩa gwakwa nĩ kĩndũ kĩa thumu, na nĩ thumu mũtheri. Ĩtĩkirai tunywe njohi ya afya ya rema. Na mimi nakuuliza bwana Deputy President, uliza watu wa Kenya Brewery, wacha wawe na pombe kidogo ambayo itakuwa na bei ya chini, ili ambayo watu wetu wataweza hawa vijana wataweza kuwezana nayo, kwa sababu na pombe ikienda juu sana watatafuta ile ya bei rahisi. Kwa hivyo ongea na Brewery kidogo, watafute binu, kuwe na mbia ambayo itakuwa ni ya 150 hapo, hawa vijana wapate pombe ambayo haitawasukuma sana. Na tukienda namna hiyo mambo itakuwa sawa. Asante sana, na nikimalizia niseme kwa umoja wetu andũ aitũ nĩ ũndũ wa ũrũmwe witũ nĩ wega tũmenye atĩ tũtirĩ aingĩ mũno ũguo tũroiga, tũnyitĩrĩre Rigathi kwa ihinda rĩrĩ, na tũmenye atĩ nĩwe wĩna mũthĩgi ũmũthĩ, na tũtirĩ na mĩthĩgi ĩrĩ, mũthĩgi no ũmwe. Na twanyitĩrĩra Rigathi nĩ tũkũhota kwĩgaĩra indo, tondũ tũtirĩ thirikari-inĩ ĩno, nĩ mũĩ thirikari ĩno nĩ ya muungano, na tũngĩkorwo tũkĩhũrana mũno ithuĩ indo irĩthiaga kũrĩ ageni.
koguo ne tucokererie na tunyitane nigetha tuhote na ithuĩ gwĩtahĩra na twanyitirĩra njamba ĩno ya wĩra na ithuĩ maũndũ maitũ nĩ mekwagira. Asanteni sana. Thank you very much. Waheshimiwa kutoka Nairobi. I would like now to call upon our members of parliament from Nyeri County, na pamoja nao pia ningeuliza our speaker pia kuje pia hapa nao waweze kujitaja majina yao. Mheshimiwa DMM yeye ndiye ametumwa na speaker, ndiye atatusomea ujumbe wa speaker, kwa hivyo atagojea kwanza wengine waje ndio waweze kujitambulisha. Waheshimiwa kutoka Nyeri County na pia wakiandamana pamoja pia na speaker wetu wa Nyeri County. Tafadhali, asanteni. Mheshimiwa Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Governor kutoka Nairobi, Mheshimiwa Deputy Governor kutoka hapa Nyeri, waheshimiwa wote, viongozi wote, familia ya marehemu Meja marehemu ambaye amelazwa hapa kiongozwa na rafiki yangu Meja Dong. Kitu ya kwanza ni kusema pole kwa sababu ya hii familia. I know losing a parent sio kitu rahisi. It's very painful, especially to those who are close to their dads. It's very painful. Tunataka kusema pole na pole sana. Hiyo ingine nikitaka kuambia kushukuru our Deputy President for honoring us with your presence today. I know you had a very busy schedule, but you found time to come and mourn with this family. We want to appreciate you. Hiyo ingine nikitaka kusema ya kwamba juzi tumepitisha the Nyeri County Alcohol Control 2024. Sasa imekuwa sheria, and very soon tutakuwa na the drug control bill. Very soon is going to be introduced. Turwa Gikuyu njugi ati no nginya andu ari othe mari kirima ithuothe tuikare tunyitanite na gutire njamba ingi guku kirima-ini tiga Deputy President witu hindi ya uria tukite 2017 na githurano giki kirigite gia 2022 tutikana cokere uguo ringi. Koguo tuikare tunyitanite na njamba itu ni Deputy President wa Rigathi wa Gachagua. Mimi nilikuwa nasema hivi, nilisikia Babu Owino wakati alikuwa amesimama hapa akasema sijui 2027 hiyo itakuwa na William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua, 2032 itakuwa ni Rigathi Gachagua. Na kwa sababu niko na rafiki yangu hapa SG Sifuna, na wewe kwa sababu wewe ni wakili na unaona baba amefanya ile kitu, sasa wewe uanze kuongea na vizuri na Rigiji kwa sababu unaweza kuwa Minister for Justice and Constitutional Affairs hapo 2032. Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Your Excellency, our Governor of Nairobi, Deputy Governor of Nyeri, and our host, our Member of Parliament. Hamjambo. Mimi sina mengi leo nimekuja kuleta rambirambi zangu kwa hawa rafiki yangu. Meja Dong ni rafiki yangu sana. Hiyo mambo mnasikia hiyo baba ya Baba Dong. Mimi ndio amenilea hiyo mzee. Ile kitu kama kumwambia hawa watu wote wamekuja Gikomba walinipata huko. Hata Meja Dong walinipata huko. Baba yake tulikuwa tunafanya kazi naye. Yeye alikuwa mkubwa yangu. Na wakati nisikia mzee ameenda, nilisikia tumewachwa na kiongozi mmoja. Wale hatu hawajui biashara ya Gikomba ilianzwa na hawa wasee. Na sisi tulikuja kulearn kutoka kwa hawa wasee vile biashara inafanyika. Wakati walifanya hiyo kampuni na sisi tukaona vile wanafanya.
tukaenda tukaanza kufanya hiyo biashara na wakatuchikilia. In fact that time hakuna mtu alikuwa anaonea mtu mwingine ati ni ubaya kufanya biashara. Wanatuonesha hata pale vitu tunaenda kununua vitu vile tutafanya biashara, na mimi nikiwa mmoja yao. Mimi nimefika hapo sababu ya hawa wasee, na hawa wasee wametulea na wametufikisha hapo. Hiyo ingine ningeenda kusema ni vile hii mambo ya pombe. Your Excellency, nisikiza wakati uliongea kwa Kirerebi na mimi nililia. Mimi kama wewe na hawa watu wa Ikobo wanajua, madugu wangu wa kwanza our last born alienda sababu ya pombe. Na wakati uliongea nikaangalia wale watu wote tulikuwa nao Ikobo that time. Your Excellency, ukiuliza hawa watu wengi hawaoni ni pombe, walimalizwa na pombe. Nimwambie wakati uliongea marafiki yako wameenda na pombe, hata mimi niliangalia na tulikuwa na my wife, nikaangalia nikaanza kuhesabu wale marafiki yangu walikuwa na pesa, walikuwa na kazi, wameenda na pombe. Hii kitu imeumiza hii dunia na imemaliza na mostly our region, Mount Kenya region. Kwa hivyo tumeshukuru sana Your Excellency, hiyo vita unapigana nayo tutakusaidia na utakushikilia na utakushikilia mpaka huko ndani, na tutafanya yoyote ile itafanya hii region yetu irudi vile ilikuwa. Kwa hivyo tumeshukuru sana na ile kazi mnayofanya. Your Excellency, nikirudi nyuma, mimi ni mzee kidogo na muziki hanini na kwa ikuyu 1992 tulikuwa huko Nairobi na tulikuwa hapa Kenya hii. Tulianza kupigana hivi, mtu mwingine anapigana hivi, mnakuwa na chance mzuri sana. Tunakuwa watu wazuri, Mungu anatupenda sisi watu wa Kenya region. Lakini kuna sijui ni kitu gani natushika. Wakati Mungu anatuelekeza, tuko na kiongozi wetu anatuelekeza mbele. 1992 tulikuwa namna hiyo, tuliendelea namna hiyo. Yule mtu alikuwa mbele yetu, tukaondolewa sababu ya kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Na mnajua namna hiyo. Hiyo tulamenya uguo. 1992 uria gwathie tukirwa ndikumuri na gitio. Twimenyerere muno. We are business people. Na ni mwe biashara kitu cha thukirio hindi yo. Twambia kuhura munene witu. Ogwa kwa tukwa turute wira na nyumo ya ndwa biashara turangire muthuri uyu. Ndari kindu arenda o ndari kindu akienda kurio irio thani imwe. Kiria fataraire ni kuturangire ithwe tuthi na mbere turute wira ciara cito cio ni gwa kuruta wira. Hau hangi our governor, nitakupa na kwa heshima. Kuna barabara ile Thika Road. Thika Road ilikuja ikafika pale Karioko mkajenga barabara nyingine iende mpaka City Stadium. Ndio itoe jam kutoka Thika Road, kuna barabara ilifika pale Ikoba ikafika mwisho. Hiyo barabara inafaa kwenda mpaka City Stadium. Na wakati hiyo barabara ilijengwa, unajua pale ilishia pale Karioko. Ile mlijenga duo carriageway ikafika pale Ikoba, inafaa ifike pale City Stadium ndio ifike Lang'ata Road. Tunaomba our governor uangalie hiyo barabara ivuke hapo, hawa watu wa Ikoba wapate njia na wapate biashara. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, viongozi wote ambao wako hapa, familia ya Meja Dong tukiongozwa na mama wetu. We've come here to condole with you and to pray that may God give you comfort and the peace that surpasses any human understanding. Kwa kumpoteza mzee, na tumekuja kuomba na nyinyi na ili Mungu awafariji. Ya pili na ya mwisho, Your Excellency, you are doing so many things. Unafungua mabarabara na hapa Mkoroine nimeona umesaidia Mheshimiwa Kagushia amefungua hii barabara iko hapa. You are doing so many things. But if the only thing you are going to do is to liberate this region from the chains of illicit brews, then be it Your Excellency. Then be it Your Excellency. Sababu shida yetu kubwa sana hapa Mlima Kenya ni hii pombe ambayo tuliletewa iharibu watoto wetu. And we thank you Your Excellency because you have taken the bull by its horns. Na uogopi na sisi tuko nyuma yako Your Excellency. Pale Madhira walileta hiyo pombe, mimi sikuogopa kama kijana yako. Nikatokea nikaenda nikamwaga yote.
Sasa nasikia wamenipeleka kotini. Na mimi nimejipanga, Your Excellency. Tukienda pale kotini, nitasema mwenye hiyo industry akuje. Na akuje na bibi yake. Na akuje na watoto yake. Kabla tuanze kesi, hiyo pombe ambayo wanauzia watoto wetu, mimi nitaambia jaji anikubalishe. Huyo mwenye hiyo kampuni, wakili wake na bibi yake na watoto yake, kwanza wakunywe chupa 2, niamini hiyo pombe ni mzuri. Kwa sababu hatuwezi kubali watu wanajitengenezea mamilioni huko Nairobi, alafu watoto wetu wanakufa na hiyo pombe. Your Excellency, usitoke hapo, kanyangia hapo na sisi tutakuwa nyuma yako. Hapo usiondoke. If that is the only thing you are going to do, then be it, na Mungu atakubariki. Wewe ni wa PCMF, wewe ni mzee wa kanisa, na tutajua if you liberate this region from the chains of illicit brews, Mungu, wewe utaenda mbinguni direct, na utanikuta huko mbinguni nikitayarisha kiti yako. Ya mwisho. Nimesikia babu amesema baba akienda anaacha babu. Sasa babu wewe, baba alishindwa, wewe ndio utaweza. Baba alishindwa, wewe ndio utaweza. Sasa baba tunampata State House akikunywa chai. Saa zingine jioni wanaenda na Senator Sifuna. Sasa babu wewe, wachana na hii maneno ya maandamano, huko tulitoka zamani. Ile kazi tunafanya ni ya kupea hawa wakulima fertilizer. Ile kazi tunafanya ni ya kupea hawa wakulima mbegu ili waweze kujimundu kimaisha. Ile kazi tunafanya ni ya kupea hawa wakulima maji na ili waweze kulima. There will be no time in this country under the leadership of President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua, we will go back to maandamano. Hiyo sahau na uweke katika kabuli la sahau. Mungu awabariki na awatendee mema. Naitwa Wamombi, mbunge wa Mathira. Asanteni sana. Asante sana, Mheshimiwa Wamombi. Thank you very much. Your Excellency, niko na a special request from our 2 senators, Senator Eddy and Senator Sifuna. They would like to make their remarks before they disembark. They want to get to another activity. So, Your Excellency, I will request them to come and give their remark. Honorable Senator Sifuna and Senator Eddy. His Excellency, the Deputy President, Rigathi, all protocol observed, Nieje Taguo Eddy Okech, Gisheru, Nyumete Migori, na nie de jeshi wa baba. Na tokete haha, kumu rehera meja donk rambirambi zakwa na familia yako. Naenda fikia hapo kwa sababu Sifuna ile inasema nini? Unajua ni SG wangu anaweza enda ninyang'anye ticket. Kama anasema mambo asikii. Meja donk, I'm here because of KYPA. That's why I met you. The Kenya Young Parliamentarian Association. And as a young person, I've really admired you in Parliament because of the way that you carry out yourself. Sometimes power enters people's head. And I've listened here to your history, and now I do connect with where your roots come from. And I want to say my sorry for losing your dad. Losing a parent is more painful than a toothache. And even at his age, he is irreplaceable in your life. So for you and your family, we do say sincere sorry. And may you find peace and grace in the words of God in the book of Zaburi 34:18, that says that God is closest possible to the people who are broken in spirit in such a times. You know, the problem is, from where I come from, mtu wa pombe akifa, anazikwa kama mtu wa pombe.
na mtu wa kanisa akifa anazikwa kama mtu wa kanisa, na mtu wa siasa akifiwa ama apate kifo kama hiki huwa anazikwa kama mtu wa siasa, kwa sababu siasa ni mambo ya maendeleo. Mimi leo nimefika hapa, I'm very happy to see my deputy president, because it's the first time I've seen him smiling the whole day. You know, wakati anaongea mambo ya shares anakuanga mkali sana kwa TV, kumbe ni mtu mzuri hivi. And you know, as now we are getting together and the country is getting united, I think His Excellency is good if we start loving Kenya more than we love our different factions of politics. And part of that loving Kenya also means accepting your ideas that are good and accepting our ideas that are good. I want to give one example as I go and sit with this issue of housing levy, Bwana Rigiji. You see, we came, Sifuna today has put me in a chopper to come all the way this way. And we landed where you also landed. So the advantage of seeing the houses that are in Nyeri and Muranga, we saw them from above. And I realized that there kuna watu hapo who still have houses za nyasi, na wale wengine wako na nyumba za mabati lakini hawana simiti ndani yao. I think this housing levy could be better. Instead of just making houses for people in Nairobi, which is good for giving people in Nairobi houses, watu wa mashinani pia wapate kidogo. Ili kama mtu ana nyumba ya nyasi hapa Nyeri, chukua 50,000 patia yeye aanze kutengeneza nyumba ya mabati. Na kama mtu ana nyumba ya mabati, chukua 60,000 patia hao watengeneze nyumba ya mabati na watengeneze simiti. Na kama mtu amebarikiwa na kuna nyumba ya simiti na mabati na ana stima, chukua 100,000 patia hao watengeneze stima. That is the kind of equal opportunity that can build Kenya, not just a capitalist building of houses in Nairobi of 250,000 alafu mnasahau watu wa mashinani ambao are the real hustlers. Otherwise, I thank you and I wish you peace. Together with your family, we will talk more in Senate. Thank you so much. Asante sana naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, gavana wangu wa jiji la Nairobi Mheshimiwa Johnson Sakaja, naibu wa gavana Nyeri, senator wa Nyeri ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya Kawi, mwenyekiti wangu, viongozi wote ambao wamefika hapa kumfariji ndugu yetu Meja Dong, viongozi wa kanisa, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Hamjambo tena. Vile ambavyo Mheshimiwa wa Mkuruini, rafiki yangu huyu Mheshimiwa Kagushia amesema, watu wa Nairobi huwa tunakuwa na umoja sana. Nataka nikuelezee ya kwamba huyu ndugu yangu Meja Dong alichaguliwa katika eneo bunge la Embakasi ya Kati na tiketi ya chama cha UDA. Lakini watu wa Embakasi Central wakifika kwa ballot ya Senate walipigia mtu ya ODM, Mheshimiwa naibu wa rais. Katika constituency yake huyu jamaa alinitafutia kura. Ni vile alisema nisichome nitangaze wazi. Aliniombea kura na nikapata 52% of the vote in Embakasi Central. Wakati ambapo kiongozi wowote wa Nairobi anapata shida, mheshimiwa, huwa tunasimama kwa kipamoja. Hata na mimi mwaka uliopita nilipoteza babangu mkubwa, hawa jamaa ndio waliweka lile hema kama hili wa viongozi wote wa Nairobi, kuanzia kwa governor hadi kwa MCAs wetu. Kwa hivyo tuko hapa kwa niaba ya sisi wote kama watu wa Nairobi. Meja Dong, wewe ni rafiki yangu. Ukipoteza baba yako lazima nije nisimame na wewe. Pole sikupata nafasi kuja nyumbani kule Nairobi, lakini nilisema lazima nifike hapa ili niweze kusema pole, kwa sababu wewe ni mmoja wetu. Nataka Mungu akupe nguvu na subra pamoja na familia yako ya kuweza kustahimili msiba huu ambao umeupata. Mimi nitasema mambo mawili peke yake. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi siwezi jiita rafiki yako, ukweli tu. Sisi sio marafiki, hata leo ndio mara ya kwanza tumepatana hapa. Lakini nataka kukuambia mimi sinanga ubaya na wewe. Hakuna kitu chochote ambacho kinaleta uhasama. Hata huyu rafiki yangu hapa Kagushia juzi alisema kwa TV kichwa yangu ni kubwa sana. Mheshimiwa naibu rais, na unajua mimi ni Mluya. Sasa alikuwa anataka nifanye namna gani? Sisi watu wa Luya kila kitu ni kubwa. Ukiangalia size ya kiatu nimevaa, uangalie kichwa, uangalie mapua, kila kitu ni kubwa.
Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, ile mambo ambayo ilikuwa inatuletea tofauti, mimi naona ni kama inaenda ikipungua. Kwa sababu nilifurahi sana, nilisikia juzi hata we mwenyewe ukasema ya kwamba mumeangalia wakati ya implementation na mswada wa fedha mwaka uliopita, implementation ya ile taxation ambayo umeweka. Wananchi wenu wenyewe wanawaambia kuna mahali kiatu kinawafinya, wanataka turekebishe hiyo sheria ya ushuru. Haswa wale wakulima wa avocado. Ama nilisikia mambo yangu walisema turekebishe. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka kukuambia wakati ambapo mtafanya marekebisho kwa huu mswada, kwa sababu ile kelele yote ulikuwa unasikia tunapiga ilikuwa kwa sababu ya kusema kwamba kuna masuala ambaye tunaweza kuangalia turekebishe. Utaleta hiyo mswada, mimi na Kagushi ya huyu hako nyuma yangu, tutafanya ile mabadiliko inahitajika ili wakulima wetu wasiendelee kungangana. Ile mambo ingine ile ilikuwa inafanya tunaleta tofauti ni vile ulikuwa unasema watu kama Sifuna hawana shares katika hii nchi. Lakini nilikuja nikasikia wewe mwenyewe ukasema ya kwamba lazima ili tujenge nchi, kila Mkenya ajisikie kwamba yeye yuko ndani ya serikali hii na yuko ndani ya nchi hii ya Kenya. Tukamalizana na hiyo maneno. Kwa hivyo mimi sina ubaya na wewe, mimi nakutakia kila laheri. Sisi kama watu wa upinzani, kazi yetu ni kukosoa serikali wakati ambapo inaenda mrama. Jambo la mwisho kwa gavana wangu wa Nairobi, Mheshimiwa Sakaja, mimi nataka nikuombe kwa sababu mimi nakujua kama muungwana. Wale ndugu zetu ambao wanatufanyia huduma ya afya kule Nairobi, madaktari wetu, hakuna haja ya kuanza kutisha watu. Hakuna haja ya kuanza kupiga watu kama Secretary General wa KMPDU tear gas. Unajua hiyo watu hawajazoea hiyo vitu. Wao ni madaktari wamekaa kwa shule miaka 6, wao wanakuja kusaidia tu wananchi. Ita hao watu mketi msuluhishe ile mambo ambayo iko pale badala ya kutoa vitisho ya kusema sijui msiporudi kazi mtafanya namna gani. That is not the way to go. Na huyo SG mimi nilimpigia simu nikamwambia usione SG wa ODM anavaa sufuria kwa kichwa wakati ya maandamano ukafikiria yeye ni wazimu. Hiyo tear gas ilikugonga kichwa, kama ungekuwa na sufuria ungelala hospitali vile ulilala. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana, Your Excellency. Unajua Senator Ed na Senator Sifuna, hawa jamaa ndio tunamkianga debate pale Citizen nao kila asubuhi. Na tumegongana nao kwa miaka mingi, tumekuwa nao pale kwa miaka 8. Na huyu Senator Sifuna sikumwambia ako na kichwa kubwa. Nilimwambia ako na macho lakini hakuwa anaona ya kwamba the forex rates zimeanza kubadilika. Nikamwambia hakuwa anaona ya kwamba shilingi ilikuwa 168 against dollar na sasa imeanza kwenda chini. Na nikaona kidogo alikuwa afurahi sana ya kwamba hiyo mambo inaendelea hivyo, kwa sababu nafikiria alikuwa anataka iendelee mbaya mbaya ndio tumia kidogo. Lakini ndugu yangu, tutapatana next Thursday mkiwa na Eddie pale Citizen na tutaendelea kutivua kivumbi kama vilivyo. Your Excellency, ningependa sasa kuwaita wajumbe wengine hapa ndio tuweze kuwatambulisha. Na sasa nafikiri vile tumefanya ya Nairobi na ya Nyeri, sasa wengine itabidi sasa tutataja majina yetu na ndio tuweze kuharakisha kwa sababu ya wakati. Niko na apologies za Mheshimiwa Kionjori, na pia kabla niwaite wengine ningependa wale ambao ni PSS na CASs ambao tuko nao hapa, nimeona Jagwa yuko hapa, wainuke ndio tuwa recognize. PSS wale tuko nao hapa na watu wengine wako katika vitengo za serikali. Very good, asante sana. So sasa tuwe na wajumbe wengine waje ndio kwa haraka sana tujitaje majina tuweze kufika tamati ya hili jambo. Tafadhali wajumbe wengine sasa tujitaje tu majina na pahali ambapo tunasimamia ndio tuweze sasa kupata nafasi ya kuendelea. Asante sana. Sasa jina na pahali ambapo tunasimamia. Your Excellency Deputy President, Your Excellency Governor for Nairobi, familia ya mzee dereva, waombolezaji wenzangu, God is good and all the time. Ngainde mwega na hedeshi yothe. Mimi naitwa Mheshimiwa Monica Muthoni Marubu. Mimi ndiye mama county wa Lamu.
Na Mheshimiwa Kagusha, ukiambia mheshimiwa amechaguliwa na kaunti nzima aseme jina yake akae ni makosa kidogo. Wacha tu niseme neno moja. Your Excellency Deputy President, sisi kama kina mama tunakushukuru, tunakuombea Mungu kuanzia asubuhi, lunch na jioni kwa sababu ya ile vita unapigana na mambo ya pombe. Sisi kama kina mama tumeumia, Your Excellency. Reke ngwire munene urarekia cukuru weta muiretu ugetha wira ukona wira warekia kuona wira ugathie gicagi kwanyu kurora kama ure mwathoma nake primary akuhikie ukirora uguo ri ukaigua kama uwe akomana kumitaro-ini ugeciria reke njethe Njoroge twathoma nake high school ugithie kuria horo wa Njoroge ni akuire ndoria atiriri andu aria muruga Deputy President athie kuhurana na njohi ri murenda ithuĩ tuthie ku marenda tuthie ku Idua airetu athaka tuthomete tugakorwo na mawira Ngai agaturathima murenda ithuĩ tuthie ku tanyonia yare murauga Deputy President ahurane na njohi takai tuone uguo ugaingemia atumia ugaingemia fio Deputy President ahurane na njohi. Deputy President, tafadhali sisi tunakushikilia, tunakuombea Mungu na tunajua kwamba ukipigana na hii ukimaliza vijana wetu watakuwa nazalisha mapacha kama vijana wa kina Sifuna na kina Babu Owino na kina Sakaja. Hapa kwetu ni siahukire. Ndogushito ni siahukire. Ngai amurathime na mwekega na familia ya Mijadong, poleni sana, Mwenyezi Mungu awatie nguvu. Asanteni sana. Mheshimiwa wa Maua, njoo hapa uonyeshe hawa watu vile tunasema. Njoo hapa. Thank you so much, Your Excellency, and all protocols observed. Ameniita juu ya time. Tusiseme mingi, ukiangalia it is 3:30 and we want to go and tupumzishe mzee. Yangu ni kuunga mkono yale yote ambao imesemwa pamoja na kufariji hii familia ya Mijadong na kusema Mungu araze pahali pema moyo yake. Otherwise, thank you so much, Your Excellency. Continue doing the good. Tuko nyuma yako, tunakusupport na lazima tupigane na pombe na ndio tuweze kuingia kwa mashamba tutoe mazao ndio at least watu wapate chakula. Asanteni. The Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya mzee dereva na waombolezaji wote, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Bernard Kitur. Mimi ni mbunge wa Nandi Hills constituency katika kaunti ya Nandi. Nimekuja kusema pole kwa sababu hata mimi nimebenefit katika familia hii kwa sababu huyu Mijadong is one of my great mentors. Na nimekubali leo Mlima Kenya, nyinyi in the way you model mentorship. Sisi tumefika hapa kama viongozi wengi, young leaders, under the mentorship of the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua. Ametushikilia viongozi wengi kutoka kule Bonde la Ufa na Kenya mzima. And we are so happy today because what I've seen today happen, mzee akifanyia familia, is what I've always seen you, the Deputy President, doing to us. We are very grateful. Na hapo mbele tukishashika misuli vizuri, hii inji bado ya Excellency utakuwa rais wa Kenya hii. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President, familia ya rafiki yangu Mijadong, na Wakristo wenzangu, God is good and all the time. Yangu ni kuleta ujumbe wangu wa pole kwa rafiki yangu Mheshimiwa Jong na familia yao. Nikwambie Mungu awe pamoja nanyi. Mungu awape nguvu. Mungu awavute machozi. Ya pili ni kumshukuru Deputy President wetu kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Amekuwa nasi wakati wa furaha na pia wakati wa huzuni. Jambo la pili, endelea na kazi nzuri ambayo unafanya ya kupigana na pombe. Hii pombe imewaua watoto wetu. Hii pombe imeua wazazi wetu. Hii pombe imetuma watoto wetu wasisome. Hii pombe imetuma watoto walale njaa. Kwa hivyo we support you na tuko nyuma yako. Mungu aweze kuwabariki. Sorry, nimeambiwa niseme majina yangu. Nigedua wa mashukuru, mbunge wa Kabete.
Asante sana kwa naibu wa rais, gavana wa Nairobi, viongozi wote mliofika na kanisa na zaidi familia ya baba yetu aliyepumzika. Mimi naitwa Haika Mizigi na mimi ni mama county kutoka kule Taita Taveta kule Pwani. Na Mheshimiwa Kagusha, unajua Pwani ni mbali sana ndo nifike hapa Nyeri. Kwa hivyo mimi utanipatia dakika moja niweze kuwapatia hawa watu habari za Pwani. Nimetembea hapa na naibu wa rais ili kuja kuleta rambirambi zangu za kibinafsi na hata za watu wa Taita Taveta kwa ajili ya kumpoteza mzee wetu huyu, na nataka kusema poleni sana familia kwa kumpoteza mzee baba yetu aliyelala huyu mzee Joseph. Poleni tena sana. Kilichotutia moyo siku ya leo ni kwamba tumeona mzee wetu alikuwa ni mzee wa hekima na maadili. Na kama familia, ni wakati nilikuwa nawasikiza mkizungumza, mmesema ya kwamba mtayashika yale mzee amekuwa akiwafunza na mtayaenzi sana ile maadili mzee aliweka kwenu. Hiyo kama siku ya leo tunaondoka tukiwa tumetika moyo sana. Tunamshukuru mzee aliyelala pia kwa kuweza kutupatia viongozi mbalimbali, ikiwemo kiongozi ambaye ametusababisha wengi wetu tukafika hapa, Mheshimiwa Meja Dong. Tulijuana naye pale bungeni na kwa kweli ni mtu ambaye ni mtu wa watu. Na tunasema pole sana. Nataka kusema asante sana. We don't take it for granted ya kwamba kila wakati sisi kama wajumbe tukipata matatizo unasimama na sisi. Tunasema asante sana na sisi tutasimama na wewe. Watu wa Nyeri, na washukuru sana vile mmeendelea kumshikilia naibu wa rais, na tunataka kusema hivi. Watu wa Mlima Kenya, mimi natoka kule Pwani. Nataka kuwaambia umoja wenu ndio nguvu yenu. Msikubali jambo lolote, kitu chochote wala mtu yoyote kuvunja umoja wenu. Sisi kule Pwani tunawaheshimu sana kwa ajili ya msimamo wenu na umoja wenu. Endeleeni kusimama pamoja. Kule Pwani tunasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Msikubali kuwa wadhaifu kwa sababu ya utengano. Nikimalizia niwashukuru sana watu wa Nyeri kwa kumchagua rafiki yangu Rahab Mukami mama county kwa mara ya pili. Asanteni sana. Ameniambia angependa kuwa sana hapa leo na sisi anawapenda sana, lakini kwa ajili ya kazi yuko nje ya nchi. Pokeeni salamu zake za upendo na rambirambi zake. Asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency Governor, waheshimiwa wote. Kwa majina naitwa Gideon Muliungi, mbunge wa Mwingi Central kutoka kule Kitui County. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya Meja Dong kwa sababu Meja Dong tuko naye mbunge. Last parliament tulikuwa kwa kamiti moja ya National Cohesion nikiwa vice chairman. Na saa hii tuko kwa kamiti moja ya decentralized funds, pesa ya mashinani, nikiwa chairman yake. Na yeye sasa leo ndio nimejua unjuzi yake anatoanga wapi. Because yeye kwa kamiti zote ananipanga. Before kamiti ianze ananipanga. Kwa hivyo asante sana Meja Dong kwa kunipanga. Ya pili, Deputy President, tunakuheshimu sana. Na mimi kama mbunge wa Mwingi nakushukuru na kupongeza kwa ile kazi mnafanya, kuunganisha Kenya ikuwe kitu kimoja, because hiyo ndio mwelekeo. Ile kazi mnafanya ya kumaliza pombe. Unajua Wakamba, sisi ni kama tu wa Kikuyu. Hakuna tofauti. Hata Ngema ni Kikuyu, Hembu, Meru na Akamba. Kuna tofauti, sisi sijui tulipotelea wapi. Kwa hivyo tunataka Deputy President, ukisonga mbele songa na sisi. Usituache nyuma. Songa na sisi, turudishe kule tulikuwa. Because tulikuwa hapo. Hata unakumbuka hii mama yenu anaitwa Mumbi alikuwa na wasichana 9. Kwa sababu vijana wakukua. Sisi ndio tulipatia vijana ya kuzalisha Wakikuyu wakakuwa wengi Kenya.
Kwa sababu sisi tunasalisha mapacha. Na so pombe ikishindikana, wewe vijana wako wengi kwa Ukambani. Asante sana, so carry us with you. Na tutashukuru sana. Thank you very much and God bless you. Asante sana. Asante. And our Deputy President, all protocols observed. Tuna His Excellency the Governor of Nairobi. Nao wageni wote mashuhuri walioko hapa mchana wa leo. Yangu ni rambirambi kwanza kutoka kwa watu wa Meru. Kiangalia watu wote wako hapa, ni mimi nimebakia kati ya wale tulikuwa na wao. Na najua Meru na Nyeri ni watu wameshikana pamoja. Kwa hivyo tukiwa na His Excellency the Deputy President, hiyo kupigana na pombe tunapigana nayo. Najua nyinyi mnaongea mambo ya pile, mambo iko mbaya pande hii. Ukikuja Meru ni mbaya zaidi. Wajichana wetu wote wameenda Kabirondo sababu huko ndio transformers inafanya kazi. Kwa hiyo mambo ni mbaya. Kwa hivyo tunakusupport Your Excellency, na nikimalizia lazima ujue kwamba kura asiwezi kutufanya tuache kupigana na pombe. Tutakusupport hapa Nyeri, hapa Mount Kenya, Meru na Kenya mzima. Usiwe na woga. Sasa nikimalizia, nina ujumbe nilikuwa nimetumwa na rambirambi na presiding archbishop wangu wa IPCA, kwa sababu mimi ni chancellor wa IPCA, Archbishop Mudhuri, na akaniambia nikiingia kwa hiyo familia sababu anajua Nyeri ni nyumbani, niseme pole. Kwa hivyo Menja, wewe ni rafiki yangu. Unajua tuko pamoja. Kwa hayo yote ni maombi. Bila familia imeshikana, mzee akiwa hai, iendelee kushikana namna hiyo hiyo. Asanteni sana, Mungu ambariki. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency, the Governor of Nairobi, Major Dong and the family, na the clergy. My name is George Gachagua from Daragwa, and Major Dong, nimekuja kuleta rambirambi zangu hapa kwa niaba yangu mwenyewe na watu wa Daragwa. Unajua watu wa Daragwa wengi ni wa kutoka Nyeri, kwa hivyo wameniambia nilete rambirambi zangu, na kwa sababu ya muda sitaongea mengi, but Your Excellency the Deputy President, nakumbuka siku moja ulisema, if fighting illicit brew will cost your seat or your political position, let it be. Your Excellency, I can attest today, wale watu wana reform, siku moja naona wakikuja in delegations to come and tell you thank you. Asante sana, Mungu akubariki. Thank you so much, Your Excellency, our Deputy President, the clergy and the family of our brother Major Donk na kanisa. Mungu ni mwema. Your Excellency, the Deputy President, we are happy because we have seen the love that you have for Mount Kenya. We are happy because we have seen the sacrifice that you are making to improve our mountain. We are happy because we've seen the efforts that you are putting to even improve our farmers. Mimi, naibu wa rais, nina ujumbe kidogo. Jana tulikuwa na wewe na venye tuliachana, nilienda nikakutana na kikundi ya wamama, na mama mmoja hapo aliniambia tunakushikiria tukipigana na hii pombe, na yeye she has some positive news. Alitaka nikuambie rado mire gwere ati kuma twambiriri haro eno ya njohi maundu ni magirite. Muthuri wake riu ndarakoma the wa gitanda, arakoma iguru wa gitanda, na the last 2 weeks kiroko arokera kaigwa taratahika, uguo araigwa tahe kindu kirakuranda, uguo ni kuga transformer cia guku ni ciambite kuruta wira, airetu itu matigothie kundu kungi. Our brother Major Donk, we pray for your family and your father's great legacy. May it live on. Thank you so much. May God bless you. Naibu Rais, uongozi wa kanisa na uongozi wengine wote ukitambulika, kwa jina ni Simon Ng'a King'ara, mbunge kutoka na eneo bunge la Ruiru, ambao ni eneo hilo na watu wengi zaidi. Mimi kwa niaba ya watu wa Ruiru nileta faranja zangu na zangu mimi binafsi, na niseme mengi, niseme hivi, umoja wetu ndio nguvu yetu. Na Naibu Rais, nikushukuru kwa sababu wewe
umetuelekeza vizuri, umetuonyesha njia ya kuwa na kongamano moja, na kongamano lile ndio litajenga Kenya yetu. Asanteni. Thank you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya dereva na haswa rafiki yangu Meja Dong na mama na familia yako yote, waheshimiwa wenzangu na kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Murega mwathani agoshwo, Ngai ni mwega na hende ciothe. Yangu yatakuwa machache sana. Kwanza ni kuleta rabirabi zangu na familia kwa hii familia ya Mheshimiwa Meja Dong na haswa mama. Na niseme tumeona mko familia kubwa na mmeshikana. Mzee ameenda na leo tumefunzwa vizuri na Bishop. Hiyo sermon yako ilikuwa mzuri sana, that we do not fear. Mutika maketo durushuru ina mwene. That will be my message today. Alafu niwaambia kwamba umana gereria irogendo-ini endanaga imuri weru-ini kungikagea mundu kamwamurania mukagea na ugi mutikanatagwo. Vile tumeona mzee alikuwa amewaleta pamoja, mimi nitawaombea Mungu sana muendelee kushikana pamoja na haswa kushikilia mama ambaye mpenzi wake amemwacha siku ya leo. Ya pili mimi ni kusema ya kwamba Your Excellency, we support you. You know very well mimi nilikuwa na kina Sifuna, hata mimi nilikuwa kijana ya baba wakati ule. Atukajaribu kupanda kwa mlima, tukigwa hageshora kamodo na Ngai agituga rio Ngai. But I want to thank you, Excellency, and especially also to thank His Excellency the President. When we said we want peace for this nation, when we said we want to move forward after the elections, when we came to you, you embraced us, mkatuambia tukae pamoja na tufanye kazi pamoja. Your Excellency, I can say 1 year down the line, nimeona kazi yako. Jana tulikuwa na wewe Murang'a, ukifungua kahawa na our farmers in coffee, tumeanza kuona mazao. Your Excellency, thank you for mentorship. Jana pia ulikuwa kule kwetu Murang'a University and you spoke very well to the young people. We want to encourage you, continue mentoring us. When we haria kiratu geturaga. We have been with you in parliament. I've been in parliament for 10 years. And you know, lack of mentorship ndio ilifanya tufike pahali tumefika siku ya leo. And so we want to encourage you. We'll walk this journey together. Continue talking to us, mentoring us, young politicians, and also those ones who are in the universities. Na mambo ya pombe sitarudia. Umeona kila mtu turakwira onyiterere hea hivyo nitukomereria mateke. Let us fight for our community and especially for our young people. Ni moe gutire mucio no mwe otahutitio ni horo wa njohi. And so we are happy okoro within our history ya okoro we okihonokia andu aitu. And finally, I just want to tell our business people. Najua mko wengi hapa siku ya leo na nimesikia leo babu akisema bei ya kahawa ikienda juu, sijui bei ya majani wataenda demonstration. Nimwambie hiyo ni opposite, hapo wanashika line vizuri. Bei ikienda juu ithe tugoke na tugakena. Tutigithie demonstration ile thogora wagira. And so to the leaders here and especially wale watu wa biashara, maundu mathuka nyumbani ni eshiraga utuku. Now we have a listening leader. Tugihota kumu access na twinake haha gatwaragiriria jugaga kametha karaikaragira ithuothe gutire mundu ungikinya hau. So when things are not going on right, even with the business community, talk to us. Let us talk to our Deputy President and we know things are going to be better. Ruciure na mwenena ni gukwagira. Ngai witu amurathime na poleni sana familia. Mungu awabariki. Chetagwo Sabina Wajiro Washege kana maitu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Gusha Jehova wehotoragio kioria neigia hoya gorie kioria umuthi noreke jiganire na ciugo ojeraga othe mekekaga kwa wega kuria tukinyie hau. Deputy President,
Rigathi, the governor of Nairobi, and all other protocols observed. My name is Anne Wajikoa Muratha, the Mama County, Kiambu. Nimekuja kuleta rambirambi zangu za familia yangu na pia za watu wa Kiambu kwa Meja Dong. Meja Dong, nilipoingia bunge, hata kabla niingie bunge we were friends, na nilipoingia katika bunge nikajua Meja Dong ndiye prefect wa watu wa mlima. Mtu wote wa mlima anaonekana ni kama hafuati mlima, anapatikana na Meja Dong. Na kanaongea vibaya. Hata venye historia baba yake iliposomwa nilishangaa Meja Dong ni Mkristo na amelelewa hivyo katika Kikristo, toreka mundu kali ya urumuno kawa galimo kumenyera kirima gike kana mugi wato guikarani. And we really want to thank God. I was very surprised, although I always say a man is not the kanaga by how much wealth he has left, but by the kind of a family that he has brought up. When we saw the family of this man, I saluted him in his death. But again, Daddy Mashaka, when I saw his photo, I knew he was a no-nonsense man. Na tere muyone mara rutire ria jega biyo no we siria icio ingi murorere cio ndo akumwira jaribuni na muthuri ucio no waigua nginya hikia mutumia wa keri amwirire ni ngukuhikia on one condition ate ndukamenithania na ciana ciakwa arume ingi matihota kuuga uguo marakuirwo hakiri ni ahiki magakuirwo ciana ikanyarirwo ikaingatwo muhiki werirwo ngukuhikia na ngoiga guku na wikare wega on one condition. We salute this man again. Finally, I want to say, ati nitwaria muno horo wa deputy president na Njohi, but as Mama County Kiambu na wa Muratha gwenda kugo andu amaratiga Njohi thina wao nduri muno kuria Njohi ni kwena ongi wa kuria marainuka na ara marathi gukora ku madam tondu madam ni mendire Jesu riu matihotana na Levi riu ni tukwenda guthaitha atumia ona deputy president akihurana na Njohi rekei andu amone gwa kuinuka ainuka mundu ndare maundu maingi akitona ndarehaga irio no ni akuhikiria gikuheretwa twanage guciarira kamwe 10 na ndakurihagia mundu ona konda no ndu ungi muhere gitio kaundu kau undu uria ukiriara matarahikania matinda afara makiuga jeshi tingenu acio mauga jeshi tingenu ona one marenda atumia ona wona ndareringithia nyamu ici ni iramagutha ikamagutha biu mukurumagara na hau ndu kwaga kairetu gataina mutaratara wa muturire ukarehe nyumba eno kamundu waka kwende kaguthuka gareke kaguthuka hakorwo he mundu nyumba eno nigetha rucio rwitu rugakorwo wega. So in as much as the deputy president is doing it, let's also support them when they come home. Kwoguo ni hakwa nguga tumende tuma accept nigetha turwe bare no twi hamwe ona atungatiri tumetikira kanitha moka mari ari tugaikara nao. And finally, I just want to say a man can only get 81 years if he protects his family. Mundu makinyage miaka 81 nigukorwo ndogo na mutumia na kainokero okoro-ine tondu atumia merihagirio okoro-ine akondora mutumia aku akororete ogwetereire okinye no cio ngiutuma mundu metore muno ni gwikira kindu muhuko riu kwoguo thirikari itu ni mwende twamwirire ni bottom up na ni murona niguo tuthiete tukimura kazi ni kazi ni murona niguo tuthiete riu tuigirite pesa mfukoni na iko maguta ni magurira ciringi 7 pesa riu cie muhuko hau mutiraria muno mudaharia cia haisa na igire mugara mugiturumia riu ni iragwire na 7 icio thiimukira gandu tondu that is the message ndikwenda kwaria muno ngoda gukinyia hau family ya Meja Dong ya murathime amwike wega maitu gutire cukuru ya atumia ndigwa matigagwo uguo ngai agaikara nao na agatwarana nao ni uthomithio rero ikaraga Meja Dong and your children siblings ndamuthaitha ni ndi mwana wa ndigwa mami na baba makuire tene mwenda council kuria ciana cia ndigwa cionaga uteithio mutucarie twina deputy president tumwire ora ciana cia ndigwa cikaraga to twi guku turi aingi. May the Lord bless you. Okay. Adwa nyumba chamge omune jita kwa Kipto Joseph mjumbe wa Mgwen Kapsabet kule Nandi County. Omodhene muthenya mwega. Bishop siku ya leo baada ya kutoka hapa nitaenda kusikiza hiyo sermon yako tena kwa sababu imetujenga. Jambo la pili, tumefika hapa siku ya leo katasi ya deputy president wetu Honorable Rigathi na pia kwa sababu ya rafiki yangu Meja Dong ambaye yeye ni kielelezo mzuri kwetu sisi kama wajumbe for first time.
Nataka niwaambie pole, pokea rambirambi zetu kutoka kule sehemu za Nandi County kwa watu ambao wanawapenda sana sana watu wa mlima. Jambo la pili, nataka niseme siku ya leo Rigathi, asante kwa nafasi ambao umetupa viongozi sisi wote ya amani. You are a peacemaker. Kila wakati kuwa na kelele mahali, unaita watu viongozi, unawatakutanisha pamoja. Lakini nataka nikanushe ile jambo ambalo Babu Owino alisema, Your Excellency. Kwa maneno yale, we endelea kupanga serikali yako na ya William Samoei Ruto. Na ili kutokuweko na kelele, Your Excellency, wale watoto ambao wako ndani already, uwalisha hao kwanza. Lisha hao washibe ili wale wengine wapite line. Sijesema hatutalisha wale wengine ambao walikuwa nje. Tutawalisha wote, lakini ile kukuwa na utaratibu mzuri, Your Excellency, lisha wale ambao wako ndani kwanza, wale wengine watakuja. Asanteni watu wa mlima, tunawapenda sana. Mwenyezi Mungu awafariji. Asante. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Naibu wa Rais, rafiki yetu Ndong na familia ambao walipoteza mzee, wenzangu wote ambao tumekuja kuomboleza, nataka nichukue nafasi hii pia nitoe risala zangu. Naitwa Johana kutoka Emurwadikir huko Narok. Huyu Meja Ndong sijui baba yake, but namjua Meja Ndong. Na naamini ya kwamba ile maneno nimemjua kidogo kidogo, alinipata bunge na alikuja na ujuaji kidogo, lakini unajua sisi maseniors tukakuja tukamweka yeye laini, tukatengeneza yeye, na saa hii kabisa kwa sawa. Nikajua ya kwamba ile vitu mingi ambaye nimejifunza pia kutoka kwake ilitoka kwa baba yake. Huyu Meja, kuna maneno mingi, Your Excellency, tumekuwa tukishare na yeye. Zingine kama ni mbaya ananiambia iko maneno, kama ni mzuri ananiambia tunashare na yeye. So na ninajua yeye ni rafiki yako sana na tunafanya kazi na yeye vizuri sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, pia tumekuja kama marafiki zako wenye tunaunga mkono serikali yako na Rais William Samoei Ruto. Na tungependa kuambia watu ya Nyeri tulishukuru, na sisi tunaendelea kushukuru kwa ile uhusiano mzuri na vile mlishikana kama Naibu wa Rais na Rais wa Jamhuri ya Kenya, na tukapiga kura pamoja na tukashinda hii kiti. Tungependa tu kukuambia Mheshimiwa Naibu wa Rais, endelea kushikilia hapo, kushikilia na rais wetu, mungangane. Hii dunia ni kungangana. Hata mkipigwa hapa, mpigwe pale, nyinyi mshikilie, kwa sababu sisi wa Kenya tunawategemea, mupeleke sisi mbele. Kwa hii mambo ya pombe imesumbua watu wengi hapa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, we need to take firm position on it. Na sasa zingine tusione mambo ya venye labda kura itaenda. Let us save the generations that are behind us. Jambo la ingine, Your Excellency, which I wish to make a request, ni mambo ya ajali yenye imeanza kuwa mingi Kenya hii sahi. There were some rules yenye ilikuwa imeintroduciwa na waziri mmoja alikuwa mkali sana. Mambo ya seat belts, mambo ya speed governors, mambo ya kubeba watu ambaye ni 14 kama ni matatu. Hizo marules, Mheshimiwa Your Excellency, ilikuja ikapusiwa na ilikuwa imereduce mambo ya ajali Kenya hii. We wish to ask you and the President, you take firm position also so that we can save our nation from the many deaths that we are having currently. Ya mwisho, kwa mambo ya manyumba, Your Excellency, ile sheria rais alitia sahihi juzi na wewe imeanza kutekelezwa, na kwa mambo mengi ambayo inatekelezwa kwa hiyo sheria, Your Excellency, ni mambo ya masoko. Mimi binafsi na kamiti yangu tuliwahi tembea Gikomba na tuliona mambo mengi mahali mzee alianzisha biashara yake, na tuliona vitu mingi sana inatendekanga huko. Mambo ya masoko kuchomeka, mambo ya watu kuuza vitu zao
ovyo ovyo kwa mahali ambaye sio mzuri. Na serikali yenu imejenga masoko mbili, moja imekamilika, ingine haijakamilika. Lakini tulikuja tukaweka pesa kama bunge so that hizo markets zikamilike, watu hawa wenye wanauza huko Kikomba waingia hizo masoko na muendelee kujenga soko zingine, kwa sababu hii mambo ya kuchomeka inategemea pia venye hizo masoko zimejengwa. Na ya mwisho ni manyumba. Nilisikia mheshimiwa senator moja hapa akisema kwamba tulete hizo manyumba mpaka rural areas. Na kusema ukweli, hao walipitisha seneti wakaileta bunge, tukaisema sawa, hizo manyumba zijengwe hata kwa village level, inaitwa rural homes, rural affordable houses. So hiyo pia iko kwa hiyo sheria, na ningependa kuambia hawa kwamba hiyo imetekelezwa kama sheria. Wananchi wa Nyeri, wananchi wa Mount Kenya, tunawashukuru. Mumetupea marais ambaye wamesaidia hii nchi kubadilisha mambo mengi. Na hatuja complain hata mkiendelea kupea sisi. Na tunajua mheshimiwa Rigathi ako hapo. Na tutashukuru akifika hiyo mahali mheshimiwa Kibaki alifika, ndio hata abadilishe nchi hii venye tuko. Kuna msemo moja tu inasema, a bird in hand is worth 10 in the bush. Muko na moja sahi kwa mkono. Msitafute ile 10 iko kwa msitu. Tumia ile mko nayo kwa mkono sahi. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Your Excellency, our Deputy President, Excellency Governor Sakaja, Excellency Deputy Governor Nyeri County, the House of the Clergy, led by our bishops, the family of Nderefa and akiongozwa na mwenzetu Meja Dong, na Kristiano Mwathani Twarogoshwa Muriega. Ritwa riakwa ni Duncan Maina wa Mathenge, ni mubunge wa Nyeri Town. Mbere ya thome rabirabi ya speaker, Your Excellency, niruhusu niseme mambo mawili. Ya kwanza ni kwamba sisi kutoka Nyeri tulipochaguliwa, isipokuwa our women rep, tulienda katika bunge kama sisi wote ni wabunge wapya, sisi wote 6. Among wale watu tuongelesha sana ni Meja Dong. Maneno ya mlima, maneno ya umoja wetu, maneno ya kufanya kazi pamoja katika bunge, na hata pia vile maneno huenda pale katika bunge. Na ndio maana unaona wengi wetu, hata wale hatukufika hapa, tulitembea nyumbani. Meja Dong gimayumaga mutuine niturona haria umete, na tunakushukuru ya kwamba ingawa wewe sio mzee zaidi katika familia, katika uongozi uko na fimbo ya uongozi. Sasa ushikilie pale mzee amefikisha. Jambo la pili, Your Excellency, ni hii vita ya pombe. Umefanya kazi mzuri, lakini mambo mawili peke yake, ya kwamba hata baada ya sheria kutungwa kuna utekelezaji wa sheria. Na tulisema kama ile ya Nyeri iliwekwa sahihi, tukamwambia governor hiyo siku kopi moja ifikie county commissioner, kopi moja iende pale kotini kwa sababu ya uamuzi wa majaji. Lakini dosari moja peke yake kwa hii vita, the government chemist is only one in Nairobi. Na kwa hivyo hizi kesi zinachukua muda mrefu sana, nchi nzima ikingojea tests kutoka government chemist Nairobi. Tunahitaji regional chemists zikuje katika regions kwa sababu ya testing ya hii maneno ya pombe. Kwa sababu ile inatuudhi sasa ni pombe yenye imewekwa kwa machupa halali, lakini kumbe ndani ni pombe ngushi. Jambo la pili ni kwamba sisi wote tuna jukumu ya kupigana na pombe. Maneno ya kushika watu iko mikononi mwa polisi. Sisi tukizungumza pia
waangalie maneno tunayosema na kule tunasema pombe bado imebaki. Your Excellency, nilipitia bunge asubuhi kwa sababu pia kule tulikuwa tunahitaji quorum kabla ya kuanza kazi. Tulikuwa na session leo asubuhi yenye si ya kawaida kwa sababu ya zile business ya serikali iko mbele yetu, na nikapata condolences za kiongozi wetu pale bunge, the Right Honorable Dr. Moses Wetangula, na naomba kwa heshima nisome rambirambi ya Speaker Moses Wetangula. Message of condolence to Honorable Major Donk Benjamin Gadhiro, MP, following the demise of his father, Mzee Joseph Mwangi Moiga. From the Right Honorable Dr. Moses Wetangula, EGHMP, Speaker of the National Assembly, dated today, Thursday, 21st March 2024. Waombolezaji wenzangu, familia na marafiki. It is with great sadness that I learned of the demise of Mzee Joseph Mwangi Moiga. Honorable Major Donk Benjamin Gadhiro and your entire family kindly receive my deepest condolences, profound sympathies during this difficult time. On behalf of the leadership of the National Assembly, the members of the National Assembly, and the entire fraternity of Parliament, please receive our condolences. The loss of a father is never easy, but we celebrate the many years that God blessed the family with Mzee Joseph Mwangi. For some of us in the National Assembly, we may not have had an opportunity to interact with Mzee, but through him, he gave us a great colleague and brother, the Honorable Major Donk Benjamin Gadhiro. Mzee Joseph Mwangi was a great leader, seasoned entrepreneur, and a great social transformer as he initiated various social transformation initiatives which propelled not just his family, but the great people of Mukurweini to successful business ventures. To this end, we can attest that Mzee was a great mentor for his children, as our brother Honorable Major Donk today stands tall as one of the greatest and seasoned leaders and members of Parliament in the National Assembly. In this regard, we celebrate Mzee Mwangi. As we lay him to rest, we have no doubt that his legacy shall continue shining through his family and the great people of Mukurweini. Indeed, Mzee fought the good fight, finished the race, and kept the faith. Allow me to conclude with the words of the great book of the Bible, Philippians 4, verse 7, which reads, "And the peace of God, which surpasses all human understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ." To our brother, Honorable Major Donk, and the entire family of Mzee Mwangi, may the peace of God indeed be with you as we lay Mzee to rest. Be sure that the Lord is near to give you peace that surpasses human understanding. With deepest sympathy, may Mzee's soul rest in perfect peace until we meet again. The Right Honorable Dr. Moses Wetangula. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. I would like now to invite our senator so that he can be able to invite for us the Deputy Governor and also invite for us the Governor of Nairobi. And Your Excellency, as my senator is coming, we as members of Parliament, we do not take it for granted the way you support us. Rĩrĩa tũrarĩ na mĩcemanio, wakati tulipokuwa na hii mikutano kama kamati, uliturahisishia kazi yetu sana. Kwa sababu wakati tulipokuita, ukatusikia, na tunakushukuru sana. And as members of Parliament, we really want to appreciate. I have gone to so many funerals and burials. I always see you there, especially when it concerns one of us. We never take that for granted. Your Excellency, I am also not making any request today, because the last time you were here with the President, you brought him to this field, the same field, na ukasema hii barabara ijengwe, and as we are talking now, it is under construction and it is going on.
So for sure, we really appreciate. And all the things I have brought to your office that require your attention, you have given them due attention. And for that regard, in that regard, then I do not have to make any request today, Your Excellency. Tomorrow I have a big day, Education Day, and I'm also very happy because you're also supporting us in a big way. Your Excellency, hii ni Kariara Primary School. Na last time wakati tulikuwa hapa, the kids could not come and join us because it was a school day. Today they had a song they wanted to sing, and because of also the activities of the day, they are not able to. So they send their greetings to you. And the school is here. They've been listening to us in your graciousness because they have been so kind to us severally. This is a historical ground now because the president has been here, you have been here twice. In that regard, Your Excellency, hawa watoto mimi ukinituma nipelekewa mkate kidogo mimi nitapeleka. That is not a request. Hiyo ni mkate ya mtoto. We really want to appreciate you for that and we thank God. So Your Excellency, I want to request the governor to allow us to have Mheshimiwa Major do his tribute as he also invites you. Mheshimiwa Sakaja, we appreciate. Mheshimiwa Sakaja amekuwa na sisi and he committed anything we need as the family, he's there and ready to facilitate. Jana Mheshimiwa Sakaja amekuwa na sisi mpaka very late in the night. He was in the maombolezi na alitoka wa mwisho pale usiku. Tunakushukuru sana ndugu, haya hatutayasahau. Huyu Mheshimiwa Your Excellency tulisoma na yeye. Huyu na vile unaona niko na degree mingi, huyu lazima ako na mingi pia. Rafiki yangu sana. God bless you. Tulikuwa naye pale Lenana School. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Excellencies, Governor wa Nairobi na Deputy Governor wa hapa, nikizingatia hitifaki zote. Your Excellency, najua muda umetupa kisogo, kwa hivyo yangu yatakuwa machache sana. Nimekunja leo kuomboleza na rafiki yangu Mheshimiwa Bejadong. Guumiririe muri ugwire wa kaheti wa kairetu, nidathikiriria rugano rwa baba wanyu na uria amurerete haria mukinyitie mwireri iguru na ni njuite itheru ni muthiete wega. Ndimwirire ati Ngai ni agutuika wa kumurora na hau hakinyite ona kuoneka kuri gutuku gutigwo ni muciari gwire uria waheire Isa kimera kwina riwa Ngai ucio ari ogiteini. Your Excellency, ni ndikwenda kwaria muno majohi ni mario ndigutinda ngicokera. Your Excellency, gwire o to uria kirikaniro kiugite ma bishop mari haha riria Musa athire kurwa bara ni abatarire mundu gwito Aroni na Uri. Ithuĩ twĩ Aroni waku na Uri urwe bara ithuĩ tunyitirire guku. No Your Excellency, koma bishop matiuma haha ni ndingiakwira guku macagi-inĩ iria iratugia tukahihia no ndikuga tondu athĩnjĩri Ngai mari haha na ndingienda ukiria hau. Njoe mweke uyu no nyihia munene muno tondu thanĩithiĩte muno njĩte Deputy Governor witu wa Rũĩ wa Kinanire nigetha nake acoke ete Governor wa Nairobi. Karibu. Asante sana, Super Senator. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the family of Major Dong, our Governor from Nairobi, the Senators present, Members of Parliament present, Members of County Assembly present, and the House of Clergy, habari zenu. Kwa jina nimesikia, I'm the Deputy Governor of this county of Nyeri, and my name is Kenanire Waroe, and I'm here on behalf of my governor, who sent me with a project to Major Dong and condolences. He was supposed to be here, but he was engaged somewhere outside the county. So he sent me, and that is why I'm here. I'm also here on my own behalf as a child of this constituency, Mukurweini, to give also my condolences to you, Major Dong, because what has happened, we cannot reverse it. Your father has gone. The only way is to accept, and that is the only way the woods you have can heal. A lot has been said, Your Excellency, about the 80 blues. I will not repeat that. But my governor told me to tell you, one commitment he has already made is those people who are building to open bars from now on,
he is not going to license any new bar from now on until he leaves the office as the governor of this county of Nyeri. So nobody is going to be issued with a license, a new license, as we continue closing the ones which are already there, which are selling the illicit blue. Your Excellency, there is one bar which was notorious in Gatito, which we closed in November last year. As we speak now, Your Excellency, that bar, they are now selling animal feeds because we said they will not open as far as we are alive. They are selling now animal feeds in Gatito. If you pass through Gatito and ask the biggest bar which was there, now they are selling animal feeds because we said we are not going to do that. And that is a place, Your Excellency, we found 20 jelly cans of ethanol. They were mixing ethanol inside there and giving it to the kids. That is why people are dying. And I was asking that lady, you are getting rich because of selling this kind of ethanol to our children. Where do you think your children will go because of this money you are getting for this? She could not answer that. So, Your Excellency, we support you 100%. We continue being with you, and all will be well in Nyeri County. Having said that, Your Excellency, it is now my honor and privilege to invite the governor of Nairobi to come and give his condolences, and also invite Major Dong. And as I leave, I will say, may the soul of Joseph Mwangi Mwiga rest in eternal peace. Thank you so much. Asante. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, my brother Major Dong, Mrs. Dong and your family and mom and all the siblings and children and the one great grandchild of the great man who is lying here today, the clergy, and I'm very happy to see a lot of our clergy from Nairobi, my friends, my Reverend Francis from PCA Kayole, our bishop who has preached for us, my elder Njoga from Shalom, and all of you, and Duncan I saw over there, watu wa Nyeri na watu wa Nairobi wa Kayombotole. Muriega rege, Mwadhani Agosho, Jetago Super Governor, Sakaja, nini mtu wenu huko Nairobi, mudo wa nyumba, eke Gashaja, lakini natumianga Sakaja saa ingine. Tuhamwe, nyonaye na muko tuhamwe. Sasa kwena do mato Gikuyu haha, kogo ni Gwaria Githwairi, wasiseme ati tunawasengenya. Leo nimekuja, of course waheshimiwa wenzangu, tumekuja kuzindikisha ndugu yetu ambaye anamlaza baba yake. We have seen great solidarity amongst the leaders of Nairobi. Mimi nilikuwa wa kwanza kufika hapa mapema asubuhi because Major Donk is a brother, is a colleague. Na vile tulisema hata jana nyumbani, hata kama haujajua mtu, you can tell a person by the children and offspring that he has. I am sure that the man we are laying to rest, na leo nimefurahi kusikia eulogy, a great man of great faith, a risk taker, a businessman, an entrepreneur, truly somebody who also goes down in the history books of Nairobi because of what he's been able to do. We are honored. Kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya watu wote wa Nairobi kuja kusema pole. Pole. Losing a parent is difficult. It is not easy. After the dust settles, kila mtu akirudi kwao, kila mtu akirudi kazi, it is only God who can give you the comfort and peace that passes all human understanding. Na tunaombea. Vile tuliongea tukiwa jana na the whole week we've been speaking, you can count on us. You can count on the county government of Nairobi and me as an individual. Unajua pali tumetoka. For whatever you require, that will give you peace. Watu wa Mukurweini, mimi nimefurahi kuwa hapa si mara ya kwanza.
Nimekuwa hapa mara mingi sana. I remember wakati wa 2007, unajua watu wengi ufikiria nilianza siasa na Rais Uhuru. Nilianza na Rais Moi Kibaki when I was a very young man. Tulikuja hapa kama vijana Kibaki kupeana ma t-shirts kwa ile uwanja karibu na where our late former first lady comes from. I think she's from this constituency, but another side, isn't it? Tukakuja na ma t-shirt mingi, Mutahi Kagwe akachukua, lakini Kabando akamnyorosha. I don't know how that happened because alikuwa ni waziri. And from there we have kept coming and forming friendships. Mnakumbuka nilikuwa chairman wenu wa TNA na yule aliongea mapema kusema siku nyima Meja Donk tikiti. Ilikuwa wakati wake haujafika. Jana tulikuwa na reverend wetu ulihubiri ukisema mwanasiasa anguki, anapata experience. And now look at the kind of leader we have in Meja Donk, Benjamin Gadhiru. We are proud of you as Nairobi. Nashukuru wabunge wa Nairobi na MCAs wa Nairobi ambao tumekuwa solid as one team. In as much as saa ingine kuna siasa, we always say we are one family and we are always together. Not just in sad times, but also in happy times. Na nimefurahi kuona ndugu yetu Jagwa hako hapa. Tuko na pia, please mama wave, hao wanakujua wewe ni mtu wa Nyeri pia. Si mnajua Jagwa? Tuko pia na apologies from many other leaders in Nairobi. Unajua umekuwa unazungumza hao kina Mheshimiwa Elachi and the other MPs in Nairobi, including my deputy governor Njoroge Mushiri, ambao amesema pole sana. Atungekuja sote, nimemwacha hapo akifanya kazi. The governor of Nyeri, I spoke to him in the morning. Governor wa Nyeri Mutahi Kahiga ameleta of course his apologies through his deputy. But ukizungumza leo asubuhi, one of the things he's dealing with kule Nairobi ni mambo ya mgomo. Mimi nilikuwa chairman wa Labour COG, nikamwachia aendelee na hiyo kazi. And what I said yesterday is what I repeat. Kwa sababu madaktari juzi, na watu wa Nairobi mnaelewa, juzi nilikuwa Mama Lucy Kibaki Hospital at around midnight. Nilijipeleka tu mwenyewe niangalie hali ya mambo. Nikaenda Mbagathi. Mbagathi, there was a lady who had just left. Alikuwa amedilate 7 centimeters. It was a crisis. Tukapiga simu Kenyatta, they could not take her. By the time I got to their family, memchukua na Uber waende. Nimekutana na madaktari wa Nairobi jana. Nikawaeleza number 1, health is devolved. So madaktari wa Nairobi, employer wa madaktari wa Nairobi ni serikali. Kali ya Nairobi. Wanagoma national kusema wako na issue ya interns, hiyo si kazi yetu. Inakuja on time. So nikamwambia kwa nini mnagoma na hamna shida na employer wenu? And we told them very clearly, you have no issue. And kangi daktari yote kazi. We are losing lives. Tunapoteza watu. Kuna wale walikuwa wameandikwa Your Excellency before under NMS. And I told them, we will absorb them if they follow the procedure, they apply, and they go through that process. Tayari tukianza kuandika, wanatupeleka kotini. So I have a contract with these people of Nairobi ambao wako hapa, na wale wako Nairobi, kuwapatia health services. Tumeka madawa kwa hospitali. And I told them in 12 hours, those who do not want to work for us, don't come to the hospital. Wale ambao wanataka kufanya na sisi, waje kwa hospitali yetu. Wao wananchi hawajui hiyo mambo ya CBA na nini. That is for us to work out. I am happy to report after yesterday's ultimatum, madaktari wameanza kurudi. Tumeangalia register. Let us serve the people who we are meant to serve. Mbagathi nimeangalia madaktari wako. Mama Lucy nimeangalia madaktari wako. Mutuini wako. Because we cannot play around with the lives of people. Ati kwa sababu ya solidarity. There are other ways to show solidarity with your national union, but not to endanger the lives of your people. So pia madaktari wa Nyeri, kama mna mambo na serikali ya Nyeri, murudi kwa hospitali. Daktari sio polisi. Mgomo ya daktari sio kama mgomo ya matatu. Mgomo ya madaktari, people die.
And these are the people who are trying to provide for universal health coverage. So I'm very happy, at least Nairobi to Mesot, Your Excellency, we are available to make sure that we give the best to our people. Watu wa Nyeri na watu wa Nairobi. Nigora watu wanyu kuma tene. Na ndamushokiria gatho. Kabisa. Mlinipatia kura ya kuwa seneta wenu nikawafanyia kazi. Mkanipatia kazi ya kuwa governor na wafanyia kazi. I will not give you excuses. Ati kuna mambo mengine national inaendelea. If I have done my bit, I will deliver health services to you and all the services you require as our people. And that is the cost of leadership. That we must make decisions na tushikilia watu wetu. Mimi ningependa kuwaomba sana sana the clergy, because hata kufika pale tumefika kwa sababu ya maombi. Tunawashukuru. Naomba mzidi kuombea rais wetu William Ruto. Rais wetu William Ruto aliingia akipata changamoto kubwa sana, but he stood firm. Sasa tumuona mafuta ndio hiyo inashuka. Tumuona shilingi ndio hiyo inangangana na dola na inaiangusha saa nyingine. The exchange rate is going down. The cost of commodities will go down. Lakini vile Biblia husema, ni nani anauliza baba yake samaki na ampatie mawe? Ama nani anauliza baba yake, anamuuliza samaki ampatie nyoka? Ama amuuliza mkate ampatie mawe? We must have faith with the work that our president is doing. Rais wetu William Ruto, he has steered the ship very well. Please don't forget him. We prayed to God to get into power, not just to get into power, but to deliver to the people. And I'm confident. Wabunge asanteni sana. Wabunge wa Senate na MPs, on behalf of the people of Nairobi, na washukuru kwa sababu mlipitisha mambo ya manyumba. Kuna magazeti waliandika wakisema ati these are the list of people because you're a human being. Hiyo program ya rais wetu, najua manyumba yanakuja mpaka hapa Nyeri, Nairobi. One block, one housing program can eradicate our slums. So tafadhali naomba tu tuzidi kumshikilia rais. Mheshimiwa Gaviru, tuhamwe, tuko pamoja. Meja Donk, ona vile watu wa Nairobi wanakupenda. Wameja. Kuna watu wa Kayole hapa? Kuna watu wa Embakasi Central hapa? Mpaka hapa? Tubaki namna hiyo. Sisi Nairobi si usema, unajua Nairobi ni shamba ya mawe, si ndio hiyo? Hakuna shida ya kabila moja tofauti na kabila nyingine Nairobi. Let us work together with all the communities. Ile kitu tu nimekataa, of course, ya kwanza nimewaeleza mambo ya healthcare. We cannot dilly-dally with
with the lives of Kenyans and Nairobians. Lakini there are things we are planning to do, there are things we are doing with our people. Keep guiding leadership. We have a lot of confidence, and we thank you because we know that our president is receiving proper counsel from his principal assistant. Usichoke. Sisi pia tuko na wewe, but usichoke kumshauri rais. Kwa leo acha nimwalike basi ndugu yangu Major Donk. I know it is difficult, but you're a strong guy. Unajua jana Mheshimiwa Ishungwa alikuwa anatuambia tukiwa kwa Meja ati hata akipatiwa kiti ya Nairobi bure hawezi chukua kiti ya Nairobi, kwa sababu vile Kagushe was my prayer coordinator kwa Christian Union. Mimi nilikuwa hapo CU ya Lenana mbaya hatari sana, secretary wa CU. Ishungwa alisema because of the violence you alipigwa wapi, wao alishono akipatiwa kiti ya Nairobi hata bure hawezi chukua. Sisi ukiliza wabunge wa Nairobi, ukitupatia kiti ya ushago hata kutulipa hatuwezi chukua. Uende ushago ambaye nyanyako alikuwa mchawi, sijui mlango wenu, sijui your grandfather alinyima nani nyasi ya you know. So sisi watu wa town mtuache town, watu wa ushago please mkae ushago, msikuje town. Acha na sisi. Mungu awabariki na wapenda, tuna walombo to God bless you. Thank you very much, Governor wetu Nairobi, Your Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, the clergy na wale wote mmekuja kujoin familia yetu kwa hii siku ya huzuni ya kumzidikisha baba yetu. Mungu ni mwema na kila wakati. Leo nasikia sitaki kusema kitu, kwa sababu nikisikiza yote yenye amesemwa, nimesikia mzee amekuwa eulogized vile anafaa. Honorable Kagusha, thank you very much. Umeongea, umesema, lakini umesahau kusema sina mingi, niko na kidogo ya kukula tu. Sijabakisha ingine, ni ile tu ya kukula kidogo niko nayo. I want to say here lies a great man, and nasema sisi kama familia we have been blessed. We have benefited from his good counsel, wise counsel, and it's well with us. Myself as a person, I lost, or we as a family, I lost my mother 29 years ago. By then, the years we have today were pickups. So, by then, I was hanging on those pickups zenye zilikuwa zinakuja kwa mazishi ya mama. So, na hang, nikifika hapo nyumbani, nakimbia kwa barabara kuchukua ingine. Kutoka gari kama kuna ingine inakuja. And nikafanya hiyo siku mzima. Jioni siku anajua nini tulikuwa tunafanya. But today it has happened to me kama najielewa. Anybody who has gone through this utaelewa, hata kama mzee ni mzee, hata kama ako na miaka 200. It's hard, and it's hard to believe. Myself, mzee alikuwa naishi Nairobi. Mimi nilikuwa na mimi nilizaliwa, nilikuwa naishi hapa na nilikuwa nasomea hapa. So I didn't get that chance ya kukaa na baba yangu siku 2 mfululizo. Kwa sababu wakati nilimaliza shule, hiyo Kagusha anasema
Ukienda kupelekwa pale ufanye kazi, ulikuwa unaambiwa ushakuwa mkubwa, enda ukatafute baka kwa kuishi. But early this year, during the tarehe moja ya New Year, January, as a family tunakuwaga na get together. After get together, alisema anataka kubaki nyumbani. Akasema tubaki na yeye, tutarudi na yeye mimi nikirudi. Siku yangu ya kurudi Nairobi, akaniambia hana bag, kwa hivyo niende, tutarudi na yeye next time, na hajaniambia nikuje na bag. Nikaenda nikakuja na bag, akaniambia sina bag, weeda utakuja tena. That is how I found myself every Thursday after parliament niko kwa barabara nikikuja Nyeri, and every Tuesday, every Monday ama Tuesday asubuhi niko kwa barabara nikirudi Nairobi ndio niende bunge. Nao wale watu wakayole wenye walikuwa wanasikia Meja anaenda Mukurweini, wanaanza propaganda ati Meja anakuja kusimama mbunge Mukurweini, anakuja kutafuta kiti ya senator, anakuja kutafuta kiti ya governor. Lakini watu wa Kayole, they know very well, siwezi waachilia. The great people of Kayole have stood with me. I'm here just to say thanks for everyone who has stood with me. Kayole kwetu, Your Excellency, hatuna pesa mingi, so tukifanya matanga, hii ni group ya kutoa 100, hii ni group ya kutoa 200, ile group kubwa kabisa tunatoaga 4,000. Ya 100 na ya 200 ni mingi. When they learned of my dad passing on, because I'm a member of those groups, they forced me kufanya matanga kwa ofisi, and those people have been coming diligently daily mpaka jana. So I say thank you, the people of Kayole, the people of Embakasi Central, I say thank you. Tumefanya matanga ingine hapa nyumbani. I want to say thank you to the members of parliament, to the senators, and to the MCs in Nairobi County. You have done me proud. Your Excellency, with your boss and your boss. If it were not for you, this function would not have been that successful. So I say thanks. I say thanks. As I was talking to my sister, I told them Rigathi Gachagua is not coming as a deputy president. Rigathi Gachagua is coming afraid. Is coming as a friend, because you have been my friend. The journey that I have walked, the journey also that we have walked together, you are a true friend. Hauachiliangi watu yako. The contribution that you made to make this function successful, may God bless you. I know it's getting late. You had said you will accompany us up to the place that we will rest our mzee, but I've told me, unfortunately, it's getting late and you have to go back. I would say, if it is not urgent, please accompany us. If it is urgent, I agree. But for the love of Mzee, if you will not come, I would wish you come to the church that we were brought up
the whole family. It's called Kagore Full Gospel. It's called Kagore Full Gospel. That's where I went for Sunday school, so I can confirm, and most of them can confirm that I went. The church has been a very big pillar in our family. Every day they have been ensuring that Mashakaya inaendelea mzuri, na hawajaleta maneno ya kanisa, maana vitaka kanisa wa Mashakaya, that they welcome all the churches, na wanawapatia nafasi hata kama wao ndio wenye huko, wanapeana nafasi kwa hizi kanisa zingine. Adwakayore ntwaiguana kana muti ajigwa. Ai ni nini mbaya? Umekasirika? Nataka wale wako nyuma, watu wa Kayole, jaa imekuwa kumbwa. Usijari, after the deputy president kuongea, the next person will tell you where you will get something. So mimi nataka niseme asanteni, Mungu awabariki, Mungu awatende mema, tuzidi kushikana pamoja, na niwaambie watu wa Mount Kenya, umoja ni nguvu. Tafadhali tuendelee na hiyo barabara, kwa sababu if we don't itakuwa baya sana. Mzee mmesikia, angekuwa peke yake hangeweza kufungua biashara hata. Ilibidi washikane wazee watano ndio wafanye nini, na sisi ndio tukae na amani, na ndio tuweze kuwa tuna bargain. Lazima tukae. Sitaki kuongea mingi, na mimi nataka niwaombe, niwaambie tusimame, tukaribishe our deputy president Rigathi Gachagua, na tupigie deputy wetu makofi. Wapi chango ya Regeji? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Please be seated. Familia ya mzee wetu Joseph Mwangi Moiga, Mama Sarah, and the family of the late, kiongozwa na huyu mheshimiwa wetu Benjamin Gadhiro Meja Dong, baba wetu maaskofu na kanisa ambayo wamefika hapa, waheshimiwa wabunge, gavana wetu wa Nairobi, wanasakaja, deputy governor wetu, maseneta wetu, MCAs, watu ya Mkurueni, watu ya Nyeri, watu ya Kayole, watu ya Kanairo, hamjambo. Gaine mwega na hindi ciothe. Ngeithia iciare ni mwathani agocwo. Maaskofu wetu, nidanyiha muno mbere ya kigongona na date ya maguta. Sisi tumefika hapa kama marafiki wa mheshimiwa Meja Dong, kuungana na yeye na familia yake kumwaga mzee wetu. Huyu alijulikana kama dereva, na nimekuja kuleta rambirambi za mkubwa wangu na kiongozi wetu na rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Aliongea na wewe mheshimiwa, lakini tumegawana, ameendelea na kazi nyingine, nikakuja hapa kumwakilisha, na pia nimekuja kutoa rambirambi ya familia yangu. Losing a parent is not an easy thing, and we feel your pain, and we want to pray to God to give you strength, to give you fortitude, to accept the sad reality that mzee is no more. Mimi nimesikiza kwa makini sana historia ya huyu mzee, na imenipendeza sana ya kwamba he was very industrious, aliungana na wengine na aliinua wengine, na hasa aliweka msingi kwa familia yake ya maana.
And that is the way we want to start living. Kwanza watu ya eneo hili tumekuwa na changamoto kubwa sana. Watu mashuhuri wakipumzika, watoto wao have no idea what they used to do in life. Wanachanganyikiwa, they are lost because mzee alikuwa anang'ang'ana na kazi, amekimya, haambiwi watoto wanafanya nini, watoto hawana habari. We have very prominent families, wamewacha mali mingi, na hiyo mali yote imezoroteka because the children have never been involved. They don't know what their father was doing. They don't know what he owns. So huyu mzee nimemheshimu sana. Nimemheshimu sana. Alaikaraga akagujia kama kerauka. Oya dukeno. Akura kamura we jui hore thoga itoyo ungi. Uciana ciothe ikurugamite ha ciana 10. Ana ono gwe irugamite wega. Tupigieni huyu mzee amepumzika makofi. And andu aitu ni ngwenda kumuthaitha andu a nyumba itu. Twendane. Muthuri uyu manyitanya na athuri atano makendana makaiguanira tha magateithania. Umona kiwira kinene ndari na capital ari ange makamunyitirira agathie mbere. No ithu ari aingi ri tono mwakihaica iguru ri kumugucia ki twana mundu ri ahingura biacara hau ri tukauga negakuhara. Twana ona ingi maranjiri hau maracoka marahara. Andu ari angi othe manyitanaga magateithania. Muthuri uyu ni atuonia kiererezo kiega muno. Kei twendane, kei twakanere, kei tukuranie. Utiri athara ungithie mundu uri ungia na kindu. Mutikende andu othe maguthiurukirie makoro mari agieki, makoro ni andu akwara ruhi. Kenaga wina arata atano atandatu mungiteithania. Mundu ena kindu hau, uri ungia na kindu hau, uri ungia na kindu mugateithania. Ani ni ngwenda kuria nyumba ino itu ngimitongoria. Tucenjie ikinya. Tutuike andu akwendana. Tutuike andu aguthiaga thabari imwe. Tutuike andu akororana. Dukanareke muru wa nyukwa agathecwo kahiu wiroreire. Dukanareke mwari wa nyukwa kenjerwo irima urione na nduthike. Kei twendane. Bogo ititwaranaga ni kwendana. Itwaranaga ni undu wa gwati wa bogo guthie reiki tondu ni kurio ni miruthi. Kei nyumba ino itu tutwaranaga ta bogo. Twaigua mo itu na kaundu tukamunyitirira. Twaigua uri ongere haica handu tukamuhoera na tukamutirira na mahoya na tukamuteithiriria. Tukaikara twendanite. Nyine ndakena muno ni muthuri uyu muno. I am very impressed. And no tukugerio na ithuĩ no ko turi acerere gutwara ciana citu iria twina cio thabari iyo. Riu ni twakwa ni twiri koguo wira akwa ti muritu muno. Wa muthuri urari kawira we ciana 10 we no kaundu. Ithuĩ turi aria twathikiririe muthungu tukihenio atuge ciana igiri ati nicio tukuhota kurera. Kimundu kinene tari ugikahenyo ni muthungu na gigetikira. Nyumba yakwa tondu ciana ni ciarereire tuikaraga ithuĩ nginya nyina Gachagua. Watiga igirira ngirathi hau wacoka thutha wa mweri umwe ukamikoroha. Ucio ni muciĩ wa thaa cigana. Tutikana henio ringi. Ke nyumba ino itu ethereme. Muthuri arandire ciana 10. Ni ukuona ni njega. Ni tutige kwirwo wa mau ati ciana 2-3. Uyu 10 ciuma haha. Kamuti na ciona. Ni njega kati njega. Alafu andu aria riu mwina megutha njira nino ino ni njira na nie ndi mutongoria wanyu ndiretigira kwira andu aitu kei tuingihe
kindu kiuru kinene no kironda woige na warie ni mwega na nikio turauga nyumba ino itu bishop no ahujia wega nirajiguire ngiaria ndiraugire ndaririe nie maria ngerete nigetha andu matigecirie ni uteti turahura tondu gutiri muci utari na thina no andu ni maretigagira kwaria ni undu wa thoni na guconoka ati ndungienda kumenyeke mwana waku arakuire ni njohi ni urahitha ciana iria ingi irathi ikeyuraga ndirauga ngianirire ni uria nyumba yakwa ikaire andu manjie kwaria nigetha muhote guteithika nduganakire na thina ati ukage na depression ukinyage gwicuria tondu ndungienda mundu amenye wina thina thi ukore mutungatiri waku umwire sharia murato uri ukwendagira wega umwire tiga kureka meciria maguthinie ukinye handu wike uru reke itwaranirie. Hiyo shinda ya pombe imetuumiza sana katika taifa la Kenya na hasa katika mlima Kenya. Ile pombe yote mbaya ilielekezwa hapa mlimani, but our real enemy ni sisi wenyewe. Johio yothe njuru ene guthondeka ni agikuyu, ene mitokeri etwaraga ni ariku, ene irabu ni ariku, ene kwendia no ithuĩ rĩu kũragĩtuĩka Gachagua nĩ marahũra biacara cia andũ atano ciũrage ciana 100. Tũrauga atĩrĩrĩ, we okorwo nĩ ũkwenda gũtonga nĩ sawa, no ndũgatũragĩre ciana nĩgetha ũtonge, ndũgatũragĩre ciana nĩgetha ũtonge. Ũguo niĩ nĩ twarĩtie na president na tũkaiguithania na Professor Kindiki kei tũhonokie ciana ici citũ. Turahingire factory iria ciothe irathondekaga njohi icio itoĩkaine, turamera maikie marũa merũ tuthũrime. Turacoka turauga no nginya makorwo na laboratory. Kurarĩ iganda ingĩ nyingĩ itarĩ marũa turahinga. Kurarĩ nyamũ ciĩtagwo shisha, kwanza icio nĩ ndawa igatukanio, turauga ciothe ihingwo. Turacoka turauga irabu iria ciĩna njohi njega inyuo muthenya kuma thaa 11 ya hwaĩ-inĩ ndikunyuo muthenya, sorry, inyuo hwaĩ-inĩ thaa 11 angĩkorwo no nginya ũnyue, na to nginya ũnyue tondũ andũ a Kijambe no matũraga na gũtirĩ kũndũ mathiĩte. Angĩkorwo no nginya ũkĩnyue rĩ, ndũkĩingĩre 11, kĩnyue 11 thinacara thaa 1 thaa 2 igĩkinya 3 rĩ ũkĩanjia kũina ng'ombe onokorwo ndũrĩ inya na ruthu oinoke uri ukirira mutimia ri ainukire mutimia macaria ri matigwo magicaria. No riu ino ya kunywa muthenya barigici tatha ici wira ukirutwo wore kirabu ukinywa utuku mugima no kunywa ranywa ukaruta wira ri maundu macio mo tureka na dio kandi mukwenda tuthie na mbere ka tutige tuthie na mbere na tumemwambia wafanyikazi wetu wa serikali. County commissioner is here as the county commander. They know we have agreed. Commissioner, you know what we have agreed. I don't need to repeat. You know we are not transferring anybody from Nyeri. Mtu akishitwa na kasi tutafutia hapa iko malori hapa ya kubeba mizigo ya mtu kwenda kwao. Kagutiri malori bako inogia ndo. So Commissioner, do your job. I'm very happy so far. And you know, the two counties of Uasin Gishu and Nyeri must lead by example. Haiwezekani mimi ndio naongoza hii vita na hapa kwangu nyumbani ndio kazi imekuwa ngumu na pale kwa mkubwa. So sit down, Commissioner. So just do your job and let us bring sanity back to our people. Our church leaders, I really want to thank you for your prayers and for your encouragement. I really want to beseech you to join the government. We fight this war together. We need you. We need your participation. The government cannot win this war alone. In the next 1 month,
I'm going to start from next week serious engagement with our spiritual leaders in all denominations so that we agree how you help us in this war to save an entire generation. And I said on Sunday, I saw during news somebody, kwa sababu kanisa moja imekuwa na dosari, anataka kupiga kanisa yote ya Kristo. Nikasema ni makosa. The church is a reflection of society. Just the same way in every society there is a deviant. Hata kanisani utakuta kwa mapasta 100 iko moja hako na maneno yake. Lakini huwezi kukashifu the entire clergy and the entire church of Christ. So tunataka viongozi wetu wa kanisa wapewe heshima yao. The work these men and women of God do. Hawa wakigoma, wakisikiza Babu Owino waende maandamano hawa, tutakwisha. Sasa kama kazi hii imefanywa hapa kwa Mejadong, the church is always there kuja kufariji wale wameifiwa. The role of the church is key in the sanity of this nation. These men and women of God, nobody can ever pay them. They take time to go and pray with those who are grieving. They have been seated here the whole day. And the clergy, I want to apologize on behalf of the elected leaders. Hawa viongozi wamechukua more time than the clergy and the family combined, which is not fair. Much as I appreciate huyu mzee ni kiongozi na anatakikana asikwe ile masaa ya pale chini. You know the way we bury our leaders here. Governor, in this area, kiongozi kama huyu atakikani asikwe mapema sana. Iko masaa yake kielekea 11 liyo wale ya idamia idheti huo. But I want leaders also to be fair. The church and the family combined, and they are the wenye hii sherehe, tumeongea more than them. So maybe in future tujaribu kurekebisha kidogo kidogo so that tukae vizuri na kanisa. Mimi nimefurahi nikimalizia mambo ya kahawa hapa Mkuruini, tunaenda mzuri. Kuna madeni mko nayo, kuna kitu rais na mimi na cabinet tunapanga. In another 2-3 weeks tunasema maneno na mtafurahi. Mambo ya barabara Kagushia tutafuatilia. Mambo ya maji tutafuatilia. And no other things that we are doing tutaendelea. Mimi sitaki niseme mambo mingi, nataka kusema Major Donk is our friend and he is a good member of parliament. Watu ya Kayole mutia hege chile. This is a sure bet. Other than being my friend, he is also a good leader. Na anashughulikia watu yake. Na anakujanga kwangu hajalete maneno yake binafsi. Analete mambo ya watu ya Bakasi Central. Huyu pia Kagushia huyu. This young man here called Kagushia. He is trying. Anangangana. Anafanya kazi hapa Mkuruini, alafu anakimbia pale kwa TV, anatutetea, anarudi Mkuruini. Kagushia kinyero hau. Diwe maundu maige muno. Ni moini dikire muge muno no dikirimo. Ndio hau gatagati. Kuri okaundu njui. Kuri okaundu ke? Darora uwo darora Gakagushia. Bere ya kutiju kinyero hau. I want to thank the leadership of Nairobi led by the governor and the MPs and the MCs and the people of Nairobi for escorting one of your own and spending the whole day with him. That is leadership. Hata wale akina Babu Owino Sifuna watu ya Azimio leo tumewatolea kofia. At least wamekuja. Tumewakaribisha, si ndio? Hata kama Babu anasema tufanye maandamano, ni vile tu hana mtu ya kumueleza. Sisi hiyo tabia maandamano, it is not in this part of this country. Hiyo sisi hatuko hapo. Sisi tukiwa na maneno tunaongea na mdomo. Mambo ya kuharibu mali ya watu na nini na kutupa mawe, it is not in our culture. We don't do so. Lakini ni vile tu ajui, tutaongea naye pole pole, tutamuongelesha, but we are very happy. Governor Sakaja, well done. And as I told you, the people of this region voted for you to a man. These are good people. Hao watu ya Mlima Kenya ni watu wazuri. Wakipenda mtu, wamependa. Kaa na hao vizuri. Uwachunge na biashara zao.
hawana mambo mingi watu ya Nairobi. Kama muri maundu maingi menda ko biashara ciao wekate kugitero. If there are any changes in Nairobi, before you do, call these people. Mketi chini mkubaliane. These are good people. Kaa karibu na hawa. Kaa karibu na hawa. Ukisikia maneno yao kama vile umekuja leo, that is a plus. Katiguo. You know, sisi unajua ni watu ya kusema ukweli. Hii mzee nimesikia is like me. Wamesema he was brutally honest and never sat on the fence like me. I wish I met this mzee. Wewe Meja umenichelewesha. Nimechelewa nikikutana na hii mzee. Nimesikia ni kama mimi. So mimi lazima nimwambie governor ukweli. Wewe governor, kaa na hii watu ya Mlima Kenya vizuri Nairobi. They'll take care of you. Take care of them, they'll take care of you. Katibu wado ito. Nimukumura amulora kama udumanyu. Na muno aikara hakuhi na ni tondu kuri oka undu gauga kahida gakinya. Kagutire ka undu gauga. Engauga. Kana hii watu vizuri, wachunge, ni watu wazuri. They are dependable people. Walimsaidia William Ruto president wetu, watamsaidia hapo mbele. Walikusaidia, watakusaidia hapo mbele. Just cultivate a good relationship with them. Be with them on their issues. When they are happy, be happy with them. When they are crying like today, cry with them. That's all we want. They are simple people. They are the easiest people to stay with. They are not complicated. So I want to really thank you for taking time the whole day to come and stay with them. Pongezi, and continue that way. So Major, my brother, pole sana. I would have wanted to come. Lakini unajua hii gari yangu mimi natumia ya juu haina mataa. Sasa ikifika 6 inalala pahali ilikuwa. Iko magaja tarori. Ego jitekerie ne ndio kanitha tondu mathane magethie muno na ndina kaundu Nairobi utwitekeria andu aiganona aya angi othe matongoretio ni Kinanire na Wahome moke kuria mucii maumagarie muthe koguo kindu kuhariria gitu mari umahe kindu mari maguikarangie munyihie hwai na nitwacokia ngatho na andu aria othe mukire kunyitirira family ino thengio muno. Sisters of Major and your brothers, poleni sana. And mimi huyu mama ako na hardware sikuwa najua. Mimi nilikuwa nanunua vitu kwa hardware ya huyu Mount Kenya, hardware ya huyu mjumbe wa udhaya. Na huyu Mount Kenya ni mtu mzuri, ameenda. Alikuwa ananipatia deni 20,000, 30, ikifika 50 ananiambia ngoja kidogo ulipe. And that is what we want in among our people. Please, huyu mzee Mount Kenya mimi. So siku ilifika mimi niko na sauti pia, nilimsaidia udhaya. Because alikuwa nikinunua vitu ya hardware, nilikuwa na duka ya furniture. Ananipatia rangi nilipe baadaye nikiuza. Ananipatia blockboard nilipe baadaye. That is what we want among our people. Tamuthaitha andu aitu nituteithanie, tunyitanirire, tuiguanire tha, tuthitha varimwe. So kanisa tumeshukuru sana, and thank you very much for what you have done for this mheshimiwa and his family. Tumeshukuru sana. We have no words to say how appreciative we are. Tumefurahi sana. Gawitu amurathime na mwike wega. Asanteni sana.